Na kukaribisha mtazamaji wangu mahali popote ulipo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Apostle Nabii Jonas, mtumishi wa Mungu anayesimama kwenye uwepo wa Mungu aliye hai. Na leo ninamshukuru Mungu amenipea fursa nikapate kuzungumza kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha yangu, na nikaweze kuleta ufunuo huu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninaenda kuongea kuhusu hatari ya spirit wife, spirit husband. Ndio naenda kuliongelea leo, na kuomba mtazamaji ukatenge masikio, manake Mungu aliumba viumbe mingi sana, na katika viumbe ambazo Mungu aliumba, Biblia inasema kuna vinavyoonekana na kuna vile havionekani, ndivyo maandiko yanavyosema. Na kuna roho ambayo inaitwa spirit wife na inaitwa spirit husband, ambayo ni spirit moja lakini iko na uwezo wa kujibadilisha, kujifanya maumbo tofauti tofauti, ikajifanya mwanaume katika ndoto, ikajifanya mwanamke katika ndoto. Na leo ninataka nifunje mahusiano ya maisha ya binadamu katika hiyo jini inaitwa jini mahaba, kwa kisungu inaitwa spirit husband ama spirit wife. Na kuna viumbe maalum ambazo Mungu aliumba na azionekani na macho ya nyama na azionekani na macho ya mwili. Na Mungu aliwaumba viumbe hawa ili wakapate kutii kazi ambayo alitengeneza. Mungu, kumbuka, aliumba mbingu na nchi na akaweka vitu mingi sana katika hivi vyote. Na kwa hivyo aliumba viumbe sikapate kutii hiyo kazi yake. Kuna wale viumbe ambao walimkatili Mungu pamoja na shetani, lakini kuna viumbe wengine wengi ambao wanamtii Mungu. Kama mimi ni kiumbe kinachomtii, na wewe mtazamaji ni kiumbe kinachomtii Mungu. Lakini kuna vingine ziliazi, na katika zile ziliazi kuna vile havionekani. Na kwa sababu havionekani na macho, haimaanishi ya kwamba azipo. It doesn't matter ya kwamba because asionekani kwa macho ya nyama eti kwamba asiishi. Kuna vitu mingi ambazo zinaishi na zingine tunazinjua, lakini hatuwezi kuziona na macho. Kwa mfano bakteria. Bakteria inaleta madhara makubwa sana katika mwili wa mtu, lakini haionekani na macho ya nyama. Viruses, hata ukikumbuka coronavirus imeleta janga kubwa sana duniani, lakini ukiambiwa liko wapi ukalishika uliweka kwa ngunia, huwezi ukaliona. Ni viumbe ambavyo havionekani kwa macho lakini vipo. Malaika wapo, lakini huwezi kusema ndiye huyu wasipojibadilisha maumbo wakafanana binadamu. Kama wale malaika walimtembelea Abraham, wanaume watatu, lakini walikuwa ni malaika. Angels, demons, you cannot see them, but it doesn't mean they don't exist. They are existing. Mungu huwezi ukamwona na macho ya nyama, huwezi ukasema hayupo. Shetani huwezi ukamwona kwa macho ya nyama na huwezi ukasema hayupo. Tukiingia kwenye science, the forces of gravity, huwezi kuniambia ziko hapa, lakini unaziona effect yake. Ukirusha kitu juu kinarudi chini kwa sababu ya mvutano wa nguvu hizo za mvutano ambayo inaitwa the forces of gravity. Kwa hivyo mtazamaji, najaribu kuongea hivi nikisema ya kwamba kuna viumbe mingi ambazo Mungu aliziumba, zingine zinamutii Mungu na zingine zimemuasi Mungu pamoja na shetani, na zingine hazionekani kwa macho ya nyama. Na ndio maana leo nataka niongelee roho moja ambayo ni hatari sana katika maisha ya binadamu na imewatesa watu wengi kwa njia mingi. Spirit inaitwa spirit wife na spirit inaitwa spirit husband, husband spirit ama spirit husband. Na roho hizi mara mingi huwa zinajitokeza kwenye ndoto, sikifanya unajisi, sikifanya uzinifu na binadamu, sikifanya mapenzi katika ndoto. Na hiyo roho ni mapepo ambayo inaitwa roho za uzinifu. Nataka nitakuonyesha katika Biblia, just hold on, ambao mapepo haya wanaweza kufaa maumbo ya kike. Na ilipojulikana na kabila moja inaitwa Waibrania ama Wagiriki waliita Sakabis, wakaiita Sakabis, ambao ni roho jike ambalo inawasumbua watu, na watu wengi hawajaiamini na hawajanjua. Lakini kutokuamini kwamba kitu wewe uamini kwamba kipo doesn't make it not to exist. Unaposema auamini kitu akipo, haimaanishi kwamba akipo, kipo. Much learning na much civilization did not take devil out of hell. Devil is still there. Na hata kuna wasomi wanajua yupo.
Na ndio maana leo unakuta kuna roho hii inaitwa spirit husband na inaitwa spirit wife. Kwa wanawake inaitwa sakabis kwa lugha ya Kiebrania, na kwa wanaume inaitwa ikabis, ambayo inajigeuza inakuwa mwanaume kwa wanawake na inakuwa wanawake kwa wanaume katika ndoto. Kikundi hiki cha mapepo kiko katika ngazi ya miungu inayodai kuabudiwa na binadamu. Ukumbuke ya kwamba there are deities ambazo zinatafuta kuabudiwa na binadamu, na katika Biblia tumezionyeshwa mtazamaji. Nataka niende kwa Bible ni kuonyeshe hii roho ambayo inaitwa ikabis na sakabis, ambayo ni spirit wife na spirit husband, ambayo imewadhuru wanadamu. Na leo ninataka niliweke wazi, ndio tunapoenda kwa maombi ukapate kufunguliwa nayo. Imewadhuru watu wengi, imewadhuru wanawake, imewadhuru wanaume, imewadhuru vijana na wa kiume na wa kike. Imesababisha maisha ya watu kuharibika. Imesababisha mtu kutumia akili zote lakini zimelaliwa. Imejaribu kuja usiku kwenye ndoto, inawafinyilia watu, inawanyonga, ikiiba nyota, ikipelekea wale wanaoiabudu. Lakini leo kwa jina la Yesu na kwa damu la Bwana Yesu na kwa sadaka ya madhabahu, tunaenda kuiweka chini ya miguu yetu kwa jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa 7 na mstari wa 17, Bible inasema, je, auoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Kwa hivyo wanaoabudu pepo hili huwa sana wanaabudu kwenye miji na wanaenda kwenye njiani, mahali wanajua watu watapitia. Wasomi watapita, maskini watapita, matajiri watapita, wasiosoma watapita, watu walio na akili watapita. Kwa hivyo wanaliabudia mahali wanajua kikundi cha binadamu kipo, ili wakachomoe nyota katika maisha ya watu. Na ndio sababu ya kuona watu wengi waliofanikiwa ghafla wanasambaratika. Ndio sababu ya kuona ndoa mingi zilizofanikiwa ghafla zinasambaratika. Awefa walioana watakavyojaribu kuisaidia ndoa lisifunjike, but it ends up to break. Awefa mtu atajaribu kusaidia biashara yake isiharibike, lakini inaishia kuharibika. Leo mtazamaji, na kuomba kwa jina la Yesu uwasiliane na mimi, na kuomba katika jina la Yesu usikie. Utajisaidia maisha yako, utawasaidia nyumba yako, utawasaidia jamaa zako, utawasaidia watoto wako. This information is very vital. Utasaidia kijiji chako katika jina la Yesu, ili tukapate kushinda ikabis na sakabis, hii spirit wife na hii spirit husband, tukapate kuishinda. Na nimesema linaabudiwa na minara iliyojengwa kwenye minchi ama in towns, na inaabudiwa pia watu wakiwa wamelala. Wanaoabudu wanaenda kwenye njia panda, wengine wanaenda kwenye highways, na wanaenda kule na wanafanya mitego ili watenge nyota za watu, ili pepo linawatajirisha kupitia kuiba nyota za watu, ili pepo linawatajirisha kupitia kunasa baraka za watu. Na ndio maana Bible inasema, je, auoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Sasa hii miji ya Yuda ni spiritual name ya kumaanisha towns za kila namna na towns zote. Yuda is a spiritual name. Na katika njia kuu, highways, ni njia za kila mahali. Na ndio maana Bible inasema watoto uokota kuni na baba zao uwasha moto. You can see it in the picture of your mind. Unaweza kuiona kwenye akili. Watoto wakiambiwa neni mkaokote kuni, wababa ndio watakuja kuwakisha mioto. Na wanawake wanakanda unga. Unaweza kuona wakikanda unga wa ngano ili kumfanyizia mikate. Sikiza sasa, kumfanyizia mikate nani? Malkia wa mbinguni, na kuwamiminia miungu mingine. Si Mungu wa mbingu na nchi, si Jehovah God, sio Mungu ambaye ni wa kweli, lakini miungu mingine, sadaka za vinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Mungu ndiye anauliza. Hamuoni vile wanavyofanya? Ili njini linaitwa spirit husband
Madhara yake sio mapenzi kwenye ndoto peke yake. Madhara yake sio kuja na kukufinyilia likichomoa nyota. Madhara yake sio kukunyonga tu kwenye ndoto. Lina madhara mingi ambayo ukikaa na mimi nitakuonyesha hatari zake. Uenda ukawa uko pale ndani. Chukua simu yako uniandikie SMS kwa shida ulizonazo. Maanake shida mingi za binadamu 90% zinasababishwa na jini hili linaitwa Malkia wa Angani. Hiyo ni lugha ya Biblia, lakini kwa lugha za kawaida makabila walioiabudu waliipatia majina tofauti. Huyu kwa Biblia anaitwa Malkia wa Angani ama wa mbinguni, lakini wa Latino na Wagiriki na Waebrania waliita Sakabis na Ikabis. Kwa Kisungu inaitwa spirit wife, inaitwa spirit husband. Na sasa Mungu anasema auoni vile watu wanavyofanya, na wanadamu wafanyangi kitu ambacho akiwaletei faida. Kuna vile wakiliambudu inawaletea faida fulani, lakini unjue kileta faida hizo, kuna watu wanalia, kuna ndoa za watu zinafunjika, kuna akili za watu zinaibiwa, wanakuwa wazimu, kuna watu wanapewa magonjwa kwenye viungo za miili yao asitafanya kazi tena, kwa sababu shetani hana la kukupea la bure, anaiba akikupatia. Ukiona umepewa na shetani, ole wako, manake Mungu atakuhukumu kwa sababu ulichopewa kimeibiwa kwa mwingine ili ukipatiwe, na Mungu anakasirishwa na hiyo. Ndio maana Mungu anasema wapate kunikasirisha mimi. Yeremia mlango wa 44, I am laying the foundation. Understand kuna spirit inaitwa spirit wife na Bible imeliongelea, na kuna spirit inaitwa spirit husband na Bible imeliongelea. Watu wengi wako na very small knowledge about it, wako na akili ndogo ama habari kidogo sana kulihusu. Wana habari kwamba ndio inasababisha mapenzi kwenye ndoto, na wana habari tu kwamba ndilo linakuja kukufinyilia, and beyond that hakuna kitu kingine wanajua. Leo ninataka nikusaidie katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuonyeshe madhara yake na hatari zake, ili ukapate kukumbali maombi katika jina la Yesu. Ukapate kukumbali watoto wako ambao wameshindwa kuoa waombewe ili wapate kuoa. Ukapate kukumbali umejaribu kuweka biashara na inakataa, ukumbali maombi. Uchukue simu yako uniandikie SMS na utume sadaka leo, serious offering ya kufunja madhabahu ya spirit husband na spirit wife in Jesus name. Kwenye Yeremia mlango wa 4 na mstari wa 19 Bible inasema, nasi tulipomfukizia ufumba Malkia wa mbinguni. I want you to know God's gender is always elaborated as a man of war. Mungu katika njezea ya Mungu kiroho ameelezwa kama ni mwanaume. Mungu katika kiroho angeelezwa kama ni mwanamke. So please usianze kuhanju ukisema eti hiyo ni Mungu. Huyo sio Mungu wetu. Huyo sio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameelezwa kama jezia ya kiume. Na ndio maana katika plani ya Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba mwanaume. It doesn't mean kwamba anawachukia wanawake, no, but he created manhood kuonyesha power and dominion, kuonyesha utawala. Alikuja namna hiyo. Na sasa uelewe kitu kimoja ya kwamba spirits, they have no gender. They only change and conform according to the business wanaotaka kuifanya. Na sasa hii ni pepo, lakini limechukua jenda la kike. Ili ni pepo, lakini limechukua jenda ama jezia ya kike ili likatimise hali fulani. It is, you understand ya kwamba jenda ya kike, they are very good katika hali katika hali ya kuongelea ama kufanya mambo fulani. They are good in one way. It's just the way ambavyo manchini mara mingi imechangua kutumia mapaka na kutumia manyoka. It doesn't mean kwamba hawezi kutumia ng'ombe, but they know mapaka na manyoka wako na characters ambazo manjini inaweza kuitumia zaidi. Wako na unjuzi fulani. Ni vile manjini naweza kutumia hata mwewe, lakini it uses mapaka zaidi. So hii ni pepo ambalo ni spirit, na maspirit haikuumbwa na jenda.
but they camouflage, they conform, wanabadilika, wanachukua njenda ama njenzia fulani ili wakamilishe kazi fulani kwa binadamu. Na sasa hapa Biblia inasema Yeremia mlango wa 44 na mstari wa 19, Biblia inasema, nasi tulipomfukizia ufumba Malkia wa mbinguni. So one of the sacrifices ambao Malkia wa mbinguni anapenda sana ni moshi. Anapenda moshi sana, anapenda kujitokeza na moshi, anapenda sadaka na kafara ya moshi. Akipewa ile anakuja zaidi, listen, na kumumiminia sadaka za vinywaji. Anapenda vitu mbili sana, anapenda moshi na anapenda sadaka za vinywaji. Na baadhi ya sadaka za vinywaji huyu Malkia wa mbinguni anazopenda sana, ili njini njike ambalo ndio linajitokeza kwa maisha ya watu kama spirit wife na spirit husband. One of the things ambazo anapenda sana, akizipewa ataiba utajiri akipelekea wanaomwabudu, ataiba akili akipelekea wanaomwabudu, atasababisha wengi kuwa wazimu. Ghafla mtu anakuwa wazimu, ghafla mtu anakuwa na kifafa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna nyota imechomolewa na spirit yake inaanza kuwa unstable, inaanza kuwa haina balance, anashikwa na kifafa. Mara wengi wanakuwa hawana uwezo wa kubeba watoto. Akibeba mimba inatoka na wiki moja ama na wiki mbili ama na mwezi mmoja. Ni kwa sababu kuna nyota imechukuliwa na mfuko wa mtoto hauna balance ya kumshikilia mtoto. Na hii pepo ikiambudiwa, inapopewa moshi, ikichomewa moshi, ukikuja kwake, this demon inawaburudisha wetu. Na wakati napewa vinywaji, sadaka aina ya vinywaji, mara mingi ni damu ya binadamu. Kwa sababu sasa, zamani nilikuwa ninaona wazee nikiwa kijana mdogo, walipokuwa wanakunywa pombe, akiwekewa pombe alikuwa anaishika kwanza, alafu anaimwanga chini na anaongea matamko fulani, ili baadaye sasa anakunywa. Hangefumbutu kuanza kunywa hiyo pombe kama anja imwanga chini na anaongelea. Utamsikia akiongea anasema, nyanya yangu aliyekufa akunywe hapo. Utasikia akiongea anasema, babu yangu aliyekufa akunywe hapo. Sasa unashangaa wako wapi hapo kwa hiyo mchanga? Ili pepo linabadilisha maisha ya mtu, linatamani kupewa vinywaji. Na sasa hapo walikuwa wanapewa vinywaji za pombe, lakini sasa ajali mingi zinazosababishwa barabarani na watu wanaumia na damu inamwangika ni kwa sababu ya hili njini linalotawala kutoka kwenye sayari. Linatawala kutoka kwenye sayari, linatawala kutoka kwenye mbingu. Neno mbinguni haimaanishi ni mahali Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu anakaa. It doesn't mean that. The word heaven doesn't mean the habitation of God. It doesn't mean that. The word heaven is a spiritual word ambayo inamaanishanga a section of the spiritual world. I believe you understand what I'm saying. Neno heaven, neno mbingu linamaanishanga ni sehemu fulani ambayo imetengwa katika ulimwengu wa roho ikaitwa heaven. Na hapo sasa sikiza, huyu Malkia anatawala kutoka sehemu moja ya ulimwengu wa roho ambao unaitwa heaven, na ndipo maana anaitwa Malkia wa mbinguni. It is a spirit wife demon, it is a spirit wife husband. Imefunja ndoa mingi, imesababisha wengi kuwa vilema, imesababisha wengi kuwa wazimu, imesababisha watu ambao wanafaa kuwa matajiri ni maskini, imesababisha wengi ambao wanafaa kuinuka kimaisha wako chini. Na kwa sababu inaabudiwa na watu fulani ambao wanaichomea moshi na wengine wanaipea sadaka za vinywaji ikiwemo na damu, ninatuma nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo katika pembe nne za ulimwengu. Mungu wa mbinguni akatume malaika zake pamoja na damu la Yesu, ikichanganywa na sadaka ya wateule, ikichanganywa na machozi ya wateule, ikichanganywa na watu wanaomcha Mungu na kumwabudu, wanaolilia ndoa zao, wanaolilia watoto wao, wanaolilia kazi zao, watu wanaolilia safari maisha yao, wanaotuma sadaka. Hiyo sadaka ikichanganywa na maombi na a word of command of a prophet of God, ninatuma hiyo power katika pembeni za dunia. Nyota yako na baraka yako mahali ilipo ikakuja in the name of Jesus. Na Bible inasema hivi, je,
mwandalia mikate ili kumwabudu na kumumiminia miminiko waume zetu wasipokuwepo, which means they were there. Yaani ili nchini la anga, ili nchini linaitwa Malkia wa angani, ili nchini linaitwa mama wa angani. Nchini la angani ni nchini ambalo ni aina ya nyoka, na watu wengi wakilala wanaota nyoka. Nyoka lilitokea Adamu na Hawa kwenye shamba la Eden. This demon is like the Holy Spirit in the kingdom of devil. Wakati ambapo in the kingdom of God, kwenye ufalme wa Mungu, the Holy Spirit, the way he is to God, this demon ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kishetani. Linamsaidia shetani sana. Yaani ni nyoka mwenye umbo la kike, na wakati mwingine anakuwa umbo la kiume. Anafahamika kama Mungu. Nisikize kwa makini. Wanaomwabudu wanamfahamu kama Mungu wa rutupa na mama wa makahaba. Sasa ndio maana hili pepo likifunga watu, unakuta kuna mmoja tu tajiri, kuna mmoja ambaye yuko sawa, na wale wengine wote ni masikini. Na hapo unakuta kuna umalaya na umasikini, ambapo mtu anakarimbusa kariaturu madikanda maisha yake. It's in condensed of fertility and the wordomness. Nataka nikusomee kwenye Biblia kitabu cha Yeremia mlango wa 44. I'm laying the foundation because kuna watu wengi ukiumbiri deep like this wanaanza kuleta vita. Wanaanza kusema haiko kwa Biblia, wanaanza kusema haiko kwa maandiko, wanaanza kusema tunamsifu shetani kuliko Mungu, wakati tunafunua, tunamuumbua kile kilichofichwa, tunakiumbua kile ambacho kimewasumbua watu. Mtu ameokoka anafunga na kuomba, mtu anatoa sadaka na ni mwaminifu, lakini bado maisha yake yameharibika. Sasa tunaanza kuumbua kile ambacho kinawatesa wa Kristo, na Bible inasema mtakaponjua kweli, kweli litawaweka huru. Sasa tumenjua mambo mengi kumuhusu Roho Mtakatifu, which is very good and relevant. Ni ya muhimu sana kunjua Roho Mtakatifu na kazi ya Roho Mtakatifu na matokeo wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi, na vipawa za Roho Mtakatifu ni maana sana. But listen to me, a coin inakuanga na two sides. Unaponjua sana kuhusu ufalme wa Mungu, ufalme wa nuru na ufalme wa Roho Mtakatifu, jiulize kama unajua upande wa andui, upande wa giza. Unapoanza kupigana vita na ujui andui yako amefaa namna gani, ako na silaha aina gani, amepanga mipango gani, utamshinda namna gani. Yesu alisema uwesu ukaenda vitani kabla haujafanya hesabu ya maaskari ulionao na vyombo vya vita uko nazo aina gani. Na usipomjua andui yako naye ako na vyombo gani, maandiko yanasema ukiamka uende vitani utashindwa na utachekwa. That's Jesus words. Hayo ni matamko ya Bwana Yesu. Ni vizuri ukapate kunjua andui yako, ukatambua ni kwa nini umeokoka, unampenda Mungu, unaswali na ukosei, lakini mambo yako hayapo vile unavyotaka. Biblia inatuonyesha kuna this spirit husband na kuna spirit wife. It is a demon ambayo inajibandilisha maumbo, inajikomnifold, inajibandilisha maumbo. Inaweza kukaa mwanadamu, inaweza kukaa mwanamke, inaweza kukaa mwanaume. I have heard from people, nimesikia watu wakiongea na mimi, wakiniambia alipokuwa anatembea barabarani, akafika kona fulani, akakutana na kimbaunza kirefu sana, kilio na sura ya kutisha, kilichomuongopesha, akatoroka, na alipokimbia hakukiona tena. Nishaongea stories na watu waliosema walishatokelelezewa na mwanamke mrembo sana, akawaita jina lao, na walipoutika, walipongeuka tena wakakuta hayupo. Sasa hili spirit inajitokeza kwa maumbo fulani. Listen, there are evil spirits and there are evil angels. Hii roho ni kiwango cha malaika wanaodai kuabudiwa, na wanapoabudiwa wanatumwa kwa watu kufanya madhara kwa watu.
Ndio maana ukilala usiku unaota ndoto za kunyongwa. Ndio maana ukilala usiku unaota ndoto za mapenzi. Ndio maana ukiamka asubuhi unakuta umewekwa alama kwa mwili na unjui ni nani aliyekuweka hiyo alama. Unjui ni nani alikuchanja. Umewekwa alama fulani ya uchawi ili mambo yako, maandiko ulioandikwa kwa huo mwili wako, ili mambo yako utakapotaka kuyafanya unapewa spirit ya backwardness. Shetani anatake pleasure na joy, anafurahia wakati anawatesa wanadamu, kwa sababu anajua akitesa binadamu anamkasirisha Mungu, na hiyo ndio furaha yake. Yeremia mlango wa 44 na mstari wa 16 mpaka 17, mtanzambanji na kuomba utume sandaka kwa hii namba ya TV unaiona. Hiyo sandaka itaniunganisha mimi na wewe nikapate kuomba kwa ajili ya maisha yako in the name of Jesus. Yeremia 44 na mstari wa 16 na 17. Usikize kazi yake ili ni kuonyeshe madhara yake. Biblia inasema, neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi hatutalisikiliza. Nataka ukiwa na muda usome hiyo chapter. Watu wanaonywa kuliabudu pepo hili. Watu wanaonywa kuambiwa demoni hili litawaletea kifo, litafunja ndoa, litaharibu heria yote, litaharibu nchi yote, lakini wanakaidi. Wanasema neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi hatutalisikiliza. Mstari wa 17 Bible inasema, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia ufumba malikia wa mbinguni. This is what we call spirit wife and spirit husband manifesting, ikijidhihirisha katika ndoto. Na Biblia inasema, na kumumiminia sadaka za vinywaji kama tulivyotenda sisi. Ni wale watu ambao wanasema hatuwezi kuacha mila na hatuwezi kuacha kuabudu kwenye mlima ule, hatuwezi kuacha kuabudu mahali tulipotengeneza. Mwanamke Msamaria alipomwambia Yesu ya kwamba wanaabudia mlima ule na wanachota maji kwa kisima cha Yakobo, Yesu aliwaambia saa inakuja na saa ndio hili, ya kwamba wanaomwabudu Mungu hawatamwabudu kwenye mlima ule wala kwenye mkuyu wala hawatamwabudu chini ya maji, bali watamwabudu Mungu katika kweli na katika roho, in the spirit and in the truth. Na Yesu alikuwa anamaanisha ya kwamba mapepo yameabudiwa kwenye milima inayondai kuabudiwa. Inakuja usiku inadai uliabudu, linakuja usiku linadai ulipe sadaka ya vinywaji na sadaka ya moshi. Na Biblia inasema kumfukizia ufumba malikia wa mbinguni na kumumiminia sadaka za vinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na mababu wetu, kama vile mababu wao walivyoonyesha, na wafalume wetu na wachawi wao na wakuu wetu katika minji ya Yuda, minara inayojengwa kwenye minji ya kuabudu pepo hili, na katika njia kuu za Yerusalemu. Kwa nini wanaabudu kwenye njia kuu? Hili wanaokanyanga uchawi wa nyayo, uchawi wa kuchota mchanga, uchawi wa kuokota nyayo mahali watu wamekanyanga, ndio wakamatiwe nyota zao. Ikiwa nyota yako imekamatwa leo, chukua simu yako unitumie sadaka kwa hii namba na unifuatishie na SMS. Nitakuombea na nyota yako itarudi katika jina la Yesu. Maana wakati huo, sikia vile wanavyosema, maana wakati huo tulikuwa na chakula tele. Unashangaa wana mabiashara makubwa, wana vyakula wanauza kwa wingi. Unashangaa wengine wakiwa hawana, wao wanatoa wapi? Ni kwa sababu wameliabudu lile njini, limefilisisha wengine, likitanjirisha wengine. Kama nyota yako kuna mtu anaitumia, itaenda kurudi in Jesus name. Na kufanikiwa pia, wanafanikiwa kwa mambo yao. Ndio maana Daudi siku moja akatazama na akaangalia David yule mfalme wa Israeli akiandika Bible, akasema, Mungu, mimi nilipotazama wenye dhambi niliona wananawiri sana kuliko wacha Mungu. David alishangaa, akashangaa ni kwa nini. But I want to tell you today ya kwamba David kuna level ya spirituality ambayo hakuwa ameifikia
ambayo sisi tumeifikia kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Remember the Spirit of God. Yesu alisema hata tuaja kama mayatima, lakini atatutumia Roho Mtakatifu ambaye atatukumbusha yale mambo Yesu aliyotufunza na kuyafanya, na pia Roho atatufunza na mambo mengine mengi ambayo Yesu hakuyasema. Now we thank God because of the Holy Spirit ambayo Daudi hakuwa anayanjua. Alipoangalia wenye dhambi akaona wanafaulu, akaona wanafanikiwa na hawamchi Mungu, Daudi akafadhaika kwa moyo wake, akasema mbona nikitazama wenye dhambi wananawili sana. Mungu akamjibu kwa uchache, akamwambia lakini mali yao itatoweka kama vile maua inavyonyauka jua likiwaka. Daudi ndio akafarijika, lakini Daudi angalikuwa anajua the level of knowledge ambao tuko nao ya kiroho, angetambua kunao wanaoabudu spirit wife na spirit husband, malikia wa angani, na anawatanjirisha. Ndivyo anavyosema. Wanasemaje hao watu? Wanasema hatutaacha kile tulichoongea na kinywa chetu kumfukizia ufumba malikia wa mbinguni na kumumiminia sadaka za vinywaji. Watamtolea kafara ya binadamu ama ya kuku ama ya mnyama yeyote, na wakitoa hivyo wanasema kama tulivyotenda sisi na mababa zetu na wafalme wetu, ambao hawa mababa ni wale wanaobeba ushirikina wakimbatia watoto baada ya watoto, wanaotoa ushirikina kwa babu anapea mtoto na mtoto anapea mtoto. Wanasema kwa mababa zetu na wafalme wetu, watawala waliotawala wakitumia nguvu za giza, na wakuu ambao ni wakuu wa nguvu za giza ambao ni wachawi. Wanasema hivyo katika miji ya Yuda, walipoweka minara mijini wanakamata walio mijini, na katika njia kuu za Yerusalemu, na wanapoweka kwenye njiani wanawakamata wanaopitia kwenye njia zile. Na maandiko yanasema sikia vile wanavyosema, maana wakati huo tulikuwa na chakula tele. Walipewa chakula na hilo njini na kufanikiwa, wala hatukuona mambaya. Mtazamaji, ni njini ambao nimesema it's a demon of fertility and wordomness. Ni pepo ambalo linawasaidia wanaoliabudu, but mwisho wake Biblia inasema watakufa na upanga, watakufa na tauni, wataharibiwa, nyumba zao zitakuwa ukiwa kwa sababu wamemkazirisha Mungu. Lakini kabla ya hiyo, Mungu amenituma kwako katika jina la Yesu nikazungumzie nyota yako, nikazungumzie afya yako, nikazungumzie biashara yako, nikatamkie neno ndoa yako, nikatamkie neno afya yako na safari yako, nikatamkie neno Mungu akukumbuke. Hatari ya spirit wife na spirit husband inapotumwa kwako itakuchezea akili bila kujua imetuma kukufilizisha. Itaanza kujitokeza kwa ndoto ikiwa inakufanyia mapenzi, itaanza kutokea kwa ndoto ikiwa inajifanya imekuoa ama mumeoana. Utaota ndoto za ajabu ukiwa nayo. Ndio maana nasema leo ufunguliwe katika jina la Yesu. Unjiunganishe na nabii mtumishi wa Bwana, unjiunganishe kwa neno la Bwana ili la kiunabii. Chukua simu yako, utume sadaka kwa namba ya television unayoiona. Tuma sadaka, uniambie nabii, hili roho limenitesa, hili roho linasababishanga stroke. Mtu anaweza akapikwa stroke ya mwili wote, akapikwa stroke ya miguu, akapikwa stroke ya mikono. Ili roho linasababisha stroke. Mtu anapikwa stroke ya akili, yani unakuwa umepikwa stroke. This spirit inatumwa na wanaoliabudu, linahangaisha watu. Ndio maana wanasema walipoliabudu hawakupungukiwa na kitu chochote. Wanasema walipoliabudu waliweza kufaulu. Wanasema walipoliabudu katika hali ya kulipea moshi na katika hali ya kulipea sadaka za kumiminiwa, kwamba hilo njini liliwatajirisha likisumbua wengine. Na leo nasema kwa jina la Yesu halitakutesa tena. Chukua sadaka yako ulitume kwa madhabahu ya nabii Jonas. Tuma sadaka mahali hapa sasa kwa namba unaziona kwa television. Tuma sadaka hapa, tuma sadaka nikusaidie. Ni nchini la umalaya. Ndio maana unapolala usiku unaota mwanaume anakuja anakufanyia tendo la ndoa, anakufanyia mapenzi kwenye ndoto. Unaweza kuwa mtu umeoa ama umeolewa, ndio maana ndoa yako ina matatizo. Maanake linapokuja likafanya hayo mambo, lina affect katikati yako na mkeo, lina affect mume wako, lina affect mkeo. Sasa kwenye Ufunuo mlango wa 17 na mstari wa 5, na leo tutalifunja kwa jina la Yesu.
Yesu. Leo tutatuma upanga wa moto. Nilipokuwa ninapewa message hii na Mungu, alinishikisha upanga uliokuwa na moto, na huo upanga akaniambia, mwanangu, utawaombea wote ambao wanasumbuliwa na hii roho inaitwa spirit husband. Mungu akaniambia nitawaombea, nikipata vifungo ninasikata na upanga wa moto kwa jina la Yesu, na kwa damu la Yesu, na kwa neno la Mungu, na kwa sadaka ya madhabahu. Ndio maana nakwambia tuma sadaka ya madhabahu kwa hii namba unaiona kwa jina la Yesu. Tuma sadaka ulionayo kwa jina la Yesu. Tuma sadaka ulionayo. Tuma sadaka ulionayo. Wewe tuma hata kama ni shilingi moja. Wewe tuma hata kama ni 1,000. Tuma ndio nikapate kutumia upanga wa moto, nikutenganishe na spirit wife, nikutenganishe na spirit husband. Nimesema kazi yake kuu ni kuiba nyota za watu wanakuwa masikini. That is why wanaiita spirit ya fertility. Inaiba nyota, inaiba mtoto, unakuwa uwezi ukazaa, inaiba baraka yako, unakuwa uwezi kufanya kazi ukafaulu. Ndio maana Yeremia mlango wa 44 na mstari wa 16 na 17 inasema, neno ulilotuambia kwa jina la Bwana sisi hatutalisikiliza. Mstari wa 17, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu. Walikataa Mungu, wakakataa neno la Bwana. Kumfukizia ufumba malikia wa mbinguni. Anaitwa malikia maana ni mama wa ukahaba. Anajua kujifanya mwanaume, anajua kujifanya mwanamke, ili akifanya ukahaba usiku na wewe, akifanya uzinifu na wewe usiku ukiwa umelala, siku zako zinaisha, zinadidimia, baraka zako zinakwisha, zinaanza kuisha, ndoa yako inaanza kukwisha. Hatari kubwa ya hili injili likifanya uzinifu na watu wengi, inawapea magonjwa ya zinaa. Niliombea mwanamke mwingine aliyeniambia usiku aliona anambakwa na mwanaume, usiku alimbakwa na mwanaume, akaniambia kuanzia hapo alianza kuwa na growth katika uterus, akaanza kuwa na fibroids, akashangaa zimetoka wapi. Hatari kubwa ya malikia wa angani ni akifanya tendo la ndoa na mtu yeyote, akifanya tendo la ndoa akiwa mwanaume ama akiwa mwanamke, hawe ni incubus ama ni succubus, akuwe ni spirit wife ama ni spirit husband, akikuja akufanyie, there is a degree ya shida ambayo anakupea. Na ndio maana wanasema, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, kumfukizia ufumba malikia wa mbinguni na kumumiminia sadaka za vinywaji, kama tulivyofanya sisi na baba zetu na wafalume wetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Maana sikia, wanapoliabudu wanasema maana. Kwa nini wanaliabudu? Kwa sababu wakati huo tulikuwa na chakula tele, hawakung'ang'ana kukula, liliwaibia likawapea, na kufanikiwa iliwafanikisha kwa njia zao. Lakini kuna wengine wana kilio ikiwafanikisha, kuna wengine wamesoma wapati kazi, kuna wengine ni wana nguvu lakini hawadumishi ndoa zao, kuna wengine ni warembo lakini hawawezi kupata wanaume, ama wanaolewa wakiwa wamechelewa, kuna wengine wanafanya kazi kwa ujuzi na kwa ustadi na kwa utiifu na kwa upole, lakini hawapewi cheo. In fact hata wanapewa transfer, wanapandishwa, wanapewa kwenye transfer mahali ambapo wafanyikazi wakilia, wafanyikazi wakiwa wanajaribiwa, ili wakikosa kutii wafutwe, na wanashangaa kwa nini wanatafutwa. It is a spiritual matter, it is a spiritual thing. Linapoabudiwa linaachiliwa vijijini, linapoabudiwa linaachiliwa kwenye minji, linaenda likichomoa nyota za watu. Remember, shetani hana kitu aliuba, vyote alivyo navyo ni za kuiba. Aliiba wakati alipokuwa anatupwa mateke, alipikwa teke kutoka mbinguni na Mikaeli, na alipotupwa kwanza akatoroka na funguo za mauti na kuzimu, akatoroka nazo. Before Jesus Christ came to this world, funguo za mauti na kuzimu zilikuwa mikononi mwa shetani. Shetani ndiye alikuwa na control miaka ya watu vile watakavyokaa duniani. Shetani ndiye alikuwa anawafungia watu, ili akitaka kuwafungulia wanawafungulia, akitaka wakae wanakaa. Mkumbuke mwanamke wa Ento, wakati mfalme Sauli alipoenda kusema unitolee Samueli, Biblia haisemi ni kifuli kilitoka. Biblia inasema kilichotoka kilionekana ni Samueli kabisa. Listen to me carefully. Shetani ni mwizi, aliiba funguo za mauti na kuzimu, na akaiba vitu mingi akaenda nazo kuzimu.
Na ndio maana Yesu kabla hajaenda msalabani, shetani alimkuja akamwambia, ukiniabudu nitakupea vitu vyote za dunia, falme zote ziko mikononi mwangu. Alimwambia Yesu hivyo, lakini Yesu alikataa kumwabudu. Listen to me. Wakati Yesu amesulubishwa akiwa msalabani, giza liliponjaa duniani, ndipo wakati alishuka kuzimu. Sasa akachukua funguo zilizokuwa za maana sana, zilizokuwa mikononi mwa shetani, akachukua funguo ya mauti na kuzimu na akaenda nayo. Na Yesu alipokuja akasema hivi, amechukua funguo za mauti na kuzimu, ambao they were the key pillars ambazo ndizo Mungu alikuwa nazo, na akasema zile vitu zingine nimewaachia sasa. Akasema nimewapea mamlaka na uwezo wa kukanyanga nyoka na kukanyanga ninge, ili wale wanaochukua nyota zenu muponde kichwa, mchukue nyota. Wale wanaofunja ndoa, ponda kichwa, chukua ndoa yako. Wale ambao wanaharibu watoto akili zao, ponda kichwa, rejesha akili za watoto. Wale ambao wanachukua kilimo na shamba yako, ponda kichwa. Yesu alisema ponda kichwa cha nyoka, na mamlaka niliyokupatia na uwezo niliyokupatia. Yeye akasema nimechukua funguo za mauti na kuzimu. Na alipochukua wale watakatifu waliokuwa shetani amewafungia kuzimu, Bible inasema inchi ilitetemeka na makaburi za watakatifu zikafunguka, wakaonekana wakitembea Jerusalem kwa masaa fulani, wakitransfer, wakiwa wanatoka kuzimu wakielekea peponi, paradiso, mahali ambapo pamehifadhiwa wale wanaokufa ndani ya Kristo. Nataka nikusaidie leo katika jina la Yesu. This is spiritual knowledge beyond. Nataka nikusaidie mtazamaji in the name of Jesus. Kuna nchini inaitwa spirit husband na kuna nchini inaitwa spirit wife. Kwa knowledge kidogo, watu wanaitambua kama linakuja kufanya tendo la ndoa wakiwa wamelala. Watu wanalitambua kwamba linakuja kuwafinyilia na kuwanyonga wakiwa wamelala. Likifanya hivyo la chukua nyota. Lakini leo nataka niliumbue mbele yako. Leo nataka nikuonyesha hatari zake. Ndiyo leo ukumbali kuombewa, ukumbali kunchunganisha na roho ya unabii ambao ninaongea na wewe. Ukumbali nikusaidie katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wanasema tulipoliabudu wakati huo tulikuwa na chakula tele na wakafanikiwa mno, wala hatukuona mambaya, hawakuona mambaya. Ndio maana unakuta mtu anaweza akatoa kafara ya mtoto wake, anaweza akatoa kafara ya mume wake, anaweza akatoa kafara ya mke wake, anaweza akatoa kafara ya watu waliobebwa kwenye ngari yake yote, akatoa kafara hao watu, analipea sadaka ya vinywaji ya damu. Lakini damu moja inaongea mema kupita damu zote, ni damu ya Bwana Yesu Kristo, ambayo leo nataka nifunje maangano katikati yako na spirit wife na spirit husband. Nataka nifunje maangano katikati yako na spirit wife na spirit husband. Chukua simu yako, niandikie SMS, nitumie sadaka ya madhabahu kwa ajili ya maisha yako, nitumie sadaka ya madhabahu kwa ajili ya nafsi za watoto wako, nafsi yako na nafsi ya mume wako na nafsi ya mke wako. Nitumie sadaka kwa ajili ya hiyo. Watu wengi wanaliona kwenye ndoto. Maanake Biblia inasema hivi kwenye Ufunuo wa Yohana mlango wa 17 na mstari wa 5, Biblia inasema, na katika kipanji cha uso wake halikuwa na jina limeandikwa. Katika kipanji cha uso wake halikuwa na jina limeandikwa la siri. Kwa hivyo usipokasa macho, uangalie na macho ya rohoni. Kuna mtu anaweza kuwa analiabudu, anakaa na wewe, anakula na wewe, anacheka na wewe, lakini wewe ukamjua usipotazama kwa makini. Maana ni jina la siri lililoandikwa kwenye uso wake. Na Biblia inasema Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi, ndilo hilo huwa linaitwa spirit husband. Ndo maana kwenye ndoto linaweza likakuja likiwa na sura na umbo la mtu ambaye unamjua, linakufanyia tendo la ndoa likikufunika mawazo ukafikiri huyo mtu unamumisi. Ama likakuja kwa sura ya mtu mwenye umunjui, ukaamka asubuhi umeshtuka. Ama likakuja kama nyoka ama mnyama kwenye ndoto, linakufanyia tendo la ndoa. Ni mama wa makahaba, ni mama ambaye ni jini linaitwa jini mama wa makahaba, ambalo jina lake limesitiriwa sana, limefichwa. Ni machukizo
chukizo ama ni chukizo ya inji. Hilo jini ndilo linaitwa spirit husband, pepo lenye umbo la kiume. Roho hili ambalo ni chafu linafaa na umbo pia la mwanaume, linafaa umbo pia la mwanamke. Nataka nikuonyeshe hatari zake. In the name of Jesus Christ. Nataka nikuonyeshe hatari zake. Mara mingi litatokea na umbo la mtu unamjua, mara mingi litatokea na umbo ambalo ni la mtu umjui. The signs that you are possessed by this demon, ama you are being attacked by this demon. Remember, there are two words I'm using there. The sign ya kuona you are possessed by it, ama signs, ishara za kuonyesha uko unaatakiwa nayo, kwamba hilo jini linakuataka. Listen, siku moja nikiwa nimeenda kuengeza ngari yangu mahali fulani, nienda nifanye shopping, nikaenda nikaengeza ngari yangu mahali fulani. Wazimu fulani alitokelezea karibu na akasimama karibu na ngari yangu, akaanza kufanya ishara zote za mtu anayefanya mapenzi, na nilipomkazia macho akatoroka. Sasa kumbuka, hilo pepo limempossess, lakini kuna wale they attack, wanakuwa attacked, ya kwamba alija kupossess. To possess ni kumiliki, alija kumiliki kwa sababu linakuogopa umeokoka, linakuogopa unamcha Mungu, linakuogopa unaswali, linakuogopa kabisa. Kwa hivyo litakuwa linaangalia, linakuataka. Kumbuka, simba ana nguvu mingi sana. Simba ana nguvu kupita sokwe, lakini sokwe wakati simba anaangalia upande ule mwingine, sokwe ukuja na anampiga na makucha. Kitambo simba angalie, sokwe anaruka juu. Sasa unaweza kuwa umeokoka na unampenda Mungu, mtazamaji. Sasa mtazamaji, kuna tofauti ya kuwa possessed na kukuwa attacked. Sasa nataka uangalie wakati ambapo roho hii spirit husband na spirit wife, wakati ambapo inakuattack, wakati ambapo inakusumbua. Ni wakati ambapo inakuataka ama wakati ambapo inakusumbua, ishara zinakuanga hizi. Nataka nikuonyeshe. Number 1, kama spirit husband ama spirit wife ana attack, anasumbua ndoa yako ama anasumbua maisha yenu, unakuta kuna mafarakano kati yako na mwenzako kwenye ndoa. Muna mafarakano ambayo hamuna sababu mingi za kueleza ni kwa nini munafarakana. Kwa nini mwenzako anakujibu vibaya? Kwa nini mwenzako anakuchukia? Muna mafarakano katika ndoa kama spirit wife ama spirit husband anawafahamia katika maisha yenu. Number 2, kuna kushiriki mapenzi kwenye ndoto. Hiyo nimeliongea. Kuna unaenda kulala, unakuta watu unaowanjua ama sio wanjua wanakujanga kwenye ndoto, wanakufanyia tendo la ndoa. Halafu unashangaa mapenzi kwa ndoto, mapenzi kwa ndoto, unashangaa. Ni kwa sababu spirit wife, spirit husband amekufahamia. Jambo lingine ni kuchukia ndoa. Kuna watu wamesema hawatawahi kuoa. Kuna watu wamesema hawatawahi kuolewa. Nililetewa habari ya mtoto fulani aliyesema mimi sitawahi kuolewa ama mimi sitawahi kuoa. Nikanjua ni spirit wife, ni spirit husband anamsumbua. Manake Mungu alipoumba mwanadamu alimbariki ndoa, na akasema ndoa ndio sababu ya wanadamu kuongezeka duniani. Another question ni kwamba you were born because there were two people who married. Why are you not getting married? Ulizaliwa kwa sababu kuna watu wawili walioana, na wewe unabidi uoe ama uolewe. But wakati umefahamiwa na spirit wife na spirit husband, unaishi duniani na unaweka full stop. Manake hautakuwa na generation yako. Kuchumbiwa na kuachwa na mchumba wako. Watu wengi wanashangaga kwa nini anachumbiwa na anawachwa. Kwa nini anachumbiwa na mchumba anamuacha, anamweka blacklist, mchumba hataki kukaa naye? Ni kwa sababu ya spirit wife na spirit husband. Unahitaji kufunguliwa. Kumbuka, Yesu alielewa kuna tabaka. Tabaka ni level ya ukiroho. Kuna tabaka katika ulimwengu wa rohoni, na ni kama vile majeshi yako na tabaka fulani. Unasikianga kuna batalioni fulani, unasikianga kuna batalioni fulani, na batalioni za kimajeshi utuma kulingana na nguvu ya adui aliyekuja. Huwezi kuniambia mwizi wa kuku ameiba kuku alafu jeshi yote inarushwa kwa hiyo kijiji ikitafuta mwizi wa kuku. Pengine Alshababu ikitokea ndio utasikia jeshi limemwangwa la kiwango fulani. Unasikia jeshi limewekwa. Sasa jeshi ya ulimwengu inatufunza mambo ya rohoni. Katika ulimwengu wa roho kuna tabaka fulani na tabaka tofauti. Maana Yesu anaitwa the captain. The captain anaongoza jeshi, na jeshi liko na tabaka. Na ndio maana Yesu alipokuwa anaondoka aliweka tabaka fulani za upako. Kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 4
aliweka tabaka za upako. Waefeso mlango wa 4 na mstari wa 11, Biblia inasema naye ambaye ni Yesu, naye alitoa wengine kuwa ni mitume. Hiyo ni level ya anointing, inaitwa ya kiutume. It is a spiritual level, inaitwa ya kiutume. Ni kama vile nimesema, mwizi wa kuku hawezi kuwekewa jeshi yote ikuje anze kusunguka ikimuwida mwizi wa kuku. Mwizi wa kuku ataachiwa tu patrol na pengine mmoja ama wawili atashikwa, ama wananchi hata watamshika wasiokuwa trained. Lakini sasa kuna kiwango fulani adui akitokea, jeshi la kiwango hilo linaachiliwa. Sasa Yesu alijua kuna majeshi ya kiroho katika ulimwengu wa kishetani, ambapo akifahamia watu wake kwa level hiyo, Yesu akaachilia mitume na upako wa kiutume. Na Yesu, maandiko yanasema na wengine kukuwa manabii. Yesu akaachilia kiwango cha nabii, upako wa level ya kiunabii. Manabii ambao wanaelewa, manabii ambao wanajua, manabii ambao sio theologically utasikia wamepewa jina ni kucomfort, kuexhort na everything. They don't interpret the Bible. Manabii kazeo sio hiyo peke yake. They can see forth and they can see even past. They can see present. They can hear the voice of God. Wanasikia sauti ya Mungu and they can speak as if God was speaking. Manabii wa Mungu. Sasa Yesu akaachilia level hiyo ya kiunabii. Na akaachilia level ingine, maandiko yanasema na wengine wa injilisti, level ya upako. Akaacha level ya upako wa kiinjilisti. Na wengine kuwa wachungaji, akaachilia level ya uchungaji ya upako. Kuna upako wa level ya kiuchungaji na kwa level ya ualimu wa neno, akapeana level ingine ya ukufunzi, watu wanaoingia kwenye masikio ya mtu mpaka ana realize vitu. Kwa nini? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Without it, manjembe haya Yesu aliyoyaacha, watakatifu hawajakamilika na hawawezi wakafanya kazi ya huduma vilivyo. Yesu alipeana hizo viwango, na hili injili linaitwa spirit husband, sio pepo. Kumbuka kuna tofauti ya mapepo na kuna malaika. Ili injili ni malaika, lakini malaika wa upande wa giza, lina power. Listen, different kuhusu pepo na malaika ni hiki. Mapepo huingia ndani ya mwili wa mtu na kumfurisha ama kumletea magonjwa ama matatizo ya akili. Mapepo inaweza kaingia. Malaika hawezi akaingia mwili wa mwanadamu. Anaona ukiwa corruptible, anaona ukiwa moto, anaona mwili wa kuharibika. Kwa hivyo akitaka mwili malaika anambuni mwili wake. Kama vile malaika walipomtembelea Abraham na wakambuni miili, walikuja kama wanaume watatu, wakambuni miili, lakini walipomaliza mission yao walirudi tena wakakuwa roho. Sasa mapepo inaingia ndani ya miili ya binadamu because pepo inakuanga so thirsty, lakini malaika hizo hana. Sasa hili pepo inafahamia mwanadamu. Kuna mama mmoja aliniambia, Apostle, nilipokuwa nimelala nilihisi nimeshikwa, blanketi likashikwa na nikasindiliwa chini, nikawa nataka kuitana. Akaniambia kwenye hiyo ndoto alikuwa amefinyiliwa chini na blanketi amesindiliwa nayo, ni kama ananyongwa. Akawa hawezi akatoa sauti na anakemea, anaongea tu kwa damu la Yesu na kwa jina la Yesu kwenye roho yake, hawezi akaongea na mdomo. Akaniambia wakati alipigana akaachiliwa, aliona mtu ameketi karibu na kitanda yake, ameketi na anamwangalia. Na yule mama akawa kabisa it is so, ni kama riu. Akasema wacha niamuke nihakishe taa nijue huyu ni nani yuko hapa. Alipohakisha taa kuona mtu. Sasa malaika hawa ni malaika wa giza na wako na kiwango fulani. Ukifahamiwa na spirit wife, ukifahamiwa na spirit husband, utakuta umefanya tendo la ndoa na itakuwa ni kama ulikuwa na mwanadamu. Sasa hii si pepo, inahitaji kiwango kikubwa cha upako ili liondolewe, liache kukutesa. Manake every time linakuja kuna baraka inaenda, every time linakuja kuna maangano linakufanyia, na shetani hufanyia watu maangano ya lazima. Sio vile unasema maangano mnaongea na mtu mnakumbaliana. Kuna watu wanafanyishangwa maangano ya lazima, la sivyo inakuanga la sivyo, anakumbali by force. Sasa mashetani inakufanyanga maangano ya lazima na very tricky. Na ndio maana unakuta watu ambao wanafahamiwa na hii pepo wanachumbiwa na kuachwa, na wengine wanakuwa na maamuzi mabaya ya kimaisha.
Ndio nasikia mtu alisema mimi maisha yamenichosha ninakufa. Maisha yamenichosha nitakunywa dawa. Mwingine anakuwa na maamuzi mabaya, anaacha kazi bila kufutwa. Unakuta ukiwa umefahamiwa nayo mtazamaji, unakuwa na roho ya kukataliwa na watu wanjezia fulani. Ndio maana utasikia mtu akisema hajui ni kwa nini wanaume wanamdharau. Mwanamke utasikia anasema mimi wanaume wananidharau. Utasikia mwanaume akisema wanawake wanamdharau. Hilo pepo linawekanga roho ya kuchukiwa ndani ya mtu. Hilo roho linaweka roho ya kuchukiwa ndani ya mtu. Na ishara nyingine ni kuota ndoto za kutisha. Kuna watu wakilala wanaotanga ndoto za kutisha. Wakilala wanaota ndoto za kutisha mpaka ikifika wakati wa kulala wanaogopa kwenda kulala tena, kwa sababu hiyo roho inawatisha. Is a spirit but katika rank ya malaika wa giza ambao wanajua kuwatesa. The blood of Jesus, the power of the word of God, damu la Bwana Yesu na nguvu ya neno la Mungu na maombi iliyochanganywa na sadaka ya madhabahu na damu la Yesu ndio ambayo inaweza kukukomboa. Maanake hii sio pepo tu. Pepo inashtuliwa naenda tu, lakini huyu ni malaika kiwango kiwango ambacho wanapenda kuabudiwa. Kama unasoma Biblia unakuta wamepangwa na wao wako katika viwango vya wafalme, viwango vya nguvu fulani, powers, na viwango zinaendelea watawala na viwango za mashetani. Sasa unakuta hawa ni wale wako kiwango cha falme, anaitwa malikia wa angani, malikia wa mbinguni anayetawala kwenye sayari. Listen to me carefully. Wakati Yesu atakuwa anarudi duniani, powers of air, nguvu za anga zitatingishwa. Na zitatingishwa na kina nani? Yesu atakapokuwa anashuka, atashuka kupitia rohoni, kupitia angani, na powers of air zitatingishwa. Jua litakosa position yake proper, na mwezi utakosa position yake, na Mungu atakuwa anashuka kwa malaika na jeshi kubwa. Na ndipo nasikia sasa mapepo yanayotawala kwenye anga yatafanya dunia ikuwe na hadhi kubwa sana. Ndio sababu anaitwa malaika malikia wa angani. Ni Mungu, ni kiwango cha Mungu wa giza anayetaka kuabudiwa. Na ndio maana unakuta ya kwamba ikikufahamia mtazamaji, unaanza kuota ndoto za kutisha, unatishwa na hiyo. Unahitaji ukombolewe kama unaotanga ndoto za kutisha. Uko ufalme wa giza, umeibiwa, unahitaji uwekwe huru katika jina la Yesu. Kuota kwa sababu unaota kwa nini? Ni roho na unaionanga sana ukiwa umelala. Kwa hivyo unaongelea kwenye maji baharini, unaongelea kwenye maji kwenye ndoto, unashangaa unaota ndoto za kuongelea. Watu wengi wanashanganga kwa nini wanaotanga ndoto za wakiongelea. Either wanaongelea kwa raha ama wanaongelea tu akiwa wanaongelea na wana maji inataka kuwabeba. Na nilikuwa siku moja nikifanya ushauri, na ndata mmoja akakuja akaniambia aliota ndoto akiwa amepitia kwenye tunnel, akiwa anapitia kwenye mfereji mkubwa, kwenye tunnel. Alipoingia anapita na cross ile tunnel ikanjaa maji. Akawa sasa ameanza kufumaniwa na maji huko ndani na anashindwa ataendelea nje. Ni kufahamiwa na roho hii inaitwa spirit husband na spirit wife. Na tunavyoongea na wewe hivyo, tulipokuwa ninaongea na yeye akaniambia ndoa yake tayari imefunjika. Hajaenda nje, hajakuwa mtu si mwaminifu, lakini spirit husband imefahamia ndoa yake. Anaota akiongelea kwa maji, anaota akipitia kwenye tunnel. Mtazamaji, nitumie SMS. Mtazamaji, tuma sadaka sasa hivi, maana ni wakati wako. Mungu anaenda kukufungua katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tuma sadaka nikusaidie. Na leo nimesema tuma sadaka ulionayo. Tuma sadaka, usipuuze mambo haya. Usipuuze neno hili. Usipuuze mambo haya ninavyokuambia mtazamaji. Mtu anayefahamiwa na hiyo roho, hatari yake ni kuota uingii kwenye siku za hedhi. Unakuta mara mingi unakuwa kabisa unaota uingii, unashtuka. Na kikawaida unakuta wengine hawaingii kwenye siku zao za mwezi wa wandada. Unakuta siku zako za hedhi zilishasimamishwa, hujui ni nani alisimamisha. Hunjatumia mandawa, hunjandungwa shindano mbaya, lakini siku za hedhi zimefungwa. Ni kwa sababu unasumbuliwa na spirit husband, ndiye ambaye ni pepo inakunywa damu yako. Unahitaji ufunguliwe katika jina la Yesu. Nitumie sadaka kwa hii
namba sadaka yeyote, na utume majina yako ama unifuatishie na SMS nikusaidie. Wengine ni kuota uko na mimba ukiwa kwa ndoto. Unaota uko na mimba. Sasa unapoota ndoto za kwamba uko na mimba na unaamka asubuhi unakuta hauna mimba, elewa ni madhara, ni hatari ya kwamba uko na spirit husband, uko na spirit wife inakusumbua. Mtu mwingine ni kuota unanyonyesha, unaota unanyonyesha. Nikwambie njia mbili kwa nini unaota ukinyonyesha. Number 1, mtazamaji, ni kwa sababu unazaa watoto wa kiroho na hiyo roho inaenda nao. Unazaa watoto wa kiroho na hiyo, kumbuka roho za binadamu ni spirit na sionekanagi na microscope. Ndio maana ikianza kuondoka hakuna daktari anaweza kuirudisha. Kama tungekuwa na watu expert wa kushika na kukamata roho warudishe, watu wakubwa hawangekufa, watu wakubwa wangekuwa hai. Lakini ni kwa sababu roho hasiwezi zikashikwa, ndio maana watu wazuri wanakufa, watu wakubwa wanakufa wanaotakikana. Ndio maana nakuambia sasa, unaweza kulizalia watoto wa kiroho na unaota ukinyonyesha. Hiyo ni njia moja. Na la pili, ukiota unanyonyesha kinjitoto chenye au kinjui, unanyonyesha mtoto mwenye umunjui, unjue limekuja kunyonya utajiri wako, limekuja kunyonya maisha yako, lazima ukombolewe. Chukua sadaka utume kwa hii namba unaiona hapo kwa television, na uniandikie SMS nijue uko wapi. Maana mimi nahubiri hapa television, ninajua na ni watch kutoka sehemu tofauti. Niandikie ndio tuingiliane kwa maombi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kuota umebeba mtoto mgongoni, unaota kila mara, unaota ndoto ya kwanza unaota uko na mtoto mgongoni, unaota umebeba mtoto mgongoni, ni kwamba spirit husband, this demon, roho mahaba, jini mahaba linakutesa. Unahitajika ufunguliwe kwa jina la Yesu. Tuma sadaka na utume SMS nikusaidie. Kuota una familia ingine tofauti na ile familia yako kwenye ndoto. Unaota ulikuwa na familia ingine kwa ndoto na mnasherekea na mnatembea, mnaenda picnic, na ukitazama sio yule mwenzako kwenye ndoto, ukitazama sio wale watoto wako ambao uko nao kwenye ndoto. Ukiamka unashangaa hiyo familia ulikuwa nayo ni gani? Ni madhara ya spirit husband na spirit wife. Unahitaji ufunguliwe, otherwise utaenda uko walioko hivi karibuni kama utafunguliwa. Chukua sadaka utume kwa hii namba na uniandikie SMS katika jina la Bwana Yesu Kristo. Jambo lingine ni kuota unanunua vitu kwenye ndoto. Unaota unafanya shopping na mwanaume ama na mwanamke mwenye unjawahi kumuona. Unaota unafanya shopping, unaota unanunua vitu. Ni madhara ya spirit wife na ni madhara ya spirit husband. Itakutesa, manake Shetani furaha yake ni kuwatesa wanadamu, lakini Mungu furaha yake, Biblia inasema kwenye kitabu cha Maombolezo mlango wa 3 na mstari wa 33, Biblia inasema roho ama moyo wa Mungu apendi kuwatesa wanadamu, lakini mapepo yanafurahi kuwatesa wanadamu. Ndio maana kwa ndoto kama limekufahamia hii roho hatari ya spirit wife, spirit husband, akikufahamia unaota unafanya shopping na mwanaume ama unafanya shopping na mwanamke mwenye omujui, ama linaweza likachukua hata sura ya mtu mwenye unamjua, linaanza kukufahamia namna hiyo. Unahitaji kufunguliwa, unahitaji kuwekwa huru. Chukua sadaka utume sadaka yote kwa hii namba nikusaidie. Ingine ni kuota umelala na mwanaume kitandani. Kuna watu ambao nimewafanya counseling, wamekuja wakaniambia, Apostle, mimi nikilala ninahisi kuna mtu mwingine amelala kando yake na akirusha mkono ambushi. Hakilala nahisi kuna mtu amelala kando yake. Wengine wanahisi kabisa ni nyoka limelala karibu nao kwenye kitanda. Hiyo ni madhara ya spirit wife, ni madhara ya spirit husband. Unahitaji ufunguliwe, unahitaji uwekwe huru kwa maombi ya power, maombi ya kiunabii, na madhabahu ya Mungu yajengwe katika maisha yako. Ndio maana nakuambia tuma sadaka ulionayo kwa namba unasiona kwa television nikusaidie. Mtu mwingine ni kuchukiwa na mchumba wako. Mulianza vizuri na mchumba wako, mkaanza vizuri na mchumba, mkapendana kama chanda na pete, mkawa mnashikana kama ulimi na mate, mkawa mkitembea kila mahali mnaonjuana, lakini sikiza mtazamaji,
Nisikize, ikafika mahali ghafla mwenzako akakuchukia chuki chenye unjui. Ikafika mahali ukachukiwa, yani unachukiwa na mchumba wako chuki chenye ambacho afadhali hamngejuana. Unashangaa ni kwa nini? Ni madhara ya hii spirit naiongelea, spirit husband na spirit wife. Unakuta unachukiwa sana na mwenzako, unahitaji ufunguliwe, unahitaji vitu zako sitolewe kwa nyungu ya wachawi waliokuunganisha na spirit husband. Vitu zako sitolewe kwa shimo la mchwa lililowekwa kule na wachawi wakakuunganisha. Wengine mnaota na kalamu na kitabu mkiwa shule, kumbe vitabu siliibiwa na wachawi wakawaunganisha na spirit husband. Unahitaji ufunguliwe in the name of Jesus. Jambo lingine ambalo utaliona roho hii ikiwa na kutesa ni matatizo makubwa ya kizazi ama matatizo makubwa ya uzazi. Unakuta una matatizo makubwa ya the organs of the organs ambazo zinakuanga the organs za uzazi. Una matatizo makubwa kwa organs za uzazi. Sasa unashangaa matatizo ya fungus yametoka wapi na unjaenda nje. Unashangaa matatizo ya ufimbe. Kuna wale ambao wanakuanga na ufimbe ambayo inakaa boili iko karibu na organs of birth ama viungo vya uzazi. Unakuta kwa maziwa mama, kwa kifua kuna boil inakuanga. Unakuta kwa viungo vya uzazi, sehemu ya uzazi, unakuta kuna ufimbe, kuna fungus, unakuta kuna magonjwa ambayo unashangaa yalitoka wapi. Ni madhara ya spirit wife na spirit husband. Inafunjanga ndoa namna hiyo. Mmoja anaambukizwa, linamwambukisha magonjwa, ndio mtengane, ndio limbaki na wewe. Unahitaji ukombozi, unahitaji kuombewa, unahitaji unjengewe madhabahu ya Mungu. Chukua sandaka. Madhabahu haijengwi bila sandaka. Usidanganywe na mtu. Chukua sandaka, utume kwa hizo namba unaziona kwa television, ni kusaidia katika jina la Yesu. Ninaongea kuhusu hatari ya spirit wife na spirit husband. Jambo lingine ambalo utaliona kama limekufahamia ili pepo ni mimba yako kuharibika baada ya kuota umezini na mtu fulani kwenye ndoto. Unakuta watu wengi wanakuja kwangu wananiambia, mtume, nabii, mimi nilikuwa na mimba na nilipoota ndoto kuna mwanaume alikuja ananifanyia uzinifu, ananifanyia mapenzi na niko na mimba. Nilipoamka asubuhi baada ya siku 2 damu likaanza kutoka, mimba ikaanza kumtoka. Sasa wakati ambapo unabeba mimba, unaota ndoto unafanyiwa mapenzi na baadaye mimba yako inaanza kutoka, ni hatari ya spirit husband ambaye anakutesa. Umeunganishwa na yeye, umefanyiwa maangano na yeye, na hiyo maangano ndio nasema nataka niyafunje, nataka niyaondoe. Ubebe watoto ubarinakuri bakanta ya rabazeke, ni maangano uliofanyiwa kiushirikina ukaunganishwa nayo na Mungu anataka kukuweka huru. Chukua sandaka yote uitume kwa hii namba unaiona, nikusaidie in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mwingine ni kuota unafunga ndoa sehemu mbaya usioipenda. Kuna watu wengine ambao unaota ndoto unafunga ndoa, lakini unayefunganishwa naye hata umjui na umutaki, na unafunganishiwa sehemu yenye ambayo kwa changuo lako ungeichangua. Kwa ndoto unaota unafunganishwa ndoa na mtu mwenye umjui ama mtu mwenye umpendi, ama ukiangalia kwenye ndoto unakuta unafunganishwa ndoa na mtu aliyevaa mafasi ya kienyeji, mtu aliyevaa mafasi ya unganga, ndio unafunganishwa naye. Elewa, ni madhara ya spirit husband ama ni spirit wife ambayo inakudhuru. Unahitajika ufunguliwe, unahitajika uwekwe huru, unahitajika ujengewe madhabahu ya Mungu. Wewe ni mwanadamu, hauna uhusiano na mashaitani. Hayawani wa nyikani hawafai kuwa wanakuja kukutesa, manjini haifai kuwa wanakuja kukutesa mtazamaji. Wewe ni mwanadamu. Roho ambayo inafaa kuwa ndani yako ni roho mbili, ikuwe ni roho ya binadamu na roho wa Mungu. Haufai kuwa na roho nyingine ambayo inakaa ndani yako inakutesa. Ndio maana Mungu amenituma nikusaidie in the name of Jesus. Chukua sandaka utume kwa hizo namba unaziona, andika message nikusaidie in the name of Jesus Christ. Jambo lingine ni kujutia ndoa yako mara kwa mara. Unajuta, you regret why you are married, you regret why you married. Una regret kwa nini ukaoa ama kwa nini ukaolewa. Siku zote unapokuta una regret,
Kwa nini ulioa ama kwa nini uliolewa? Siku zote unapoamka unamtazama mwenzako, unamwona anafanana kitu kingine, anafanana jinsi ambavyo ungenjua haungemuoa. Hivyo kama kungekuwa na another chance ya watu waliooa wakaambiwa boot and reboot ndoa zako, ungemuoa mwenye uliye naye, ungeolewa na mwenye uko naye. Una regret why you married, una regret kwa nini ukaolewa na huyo. Elewa sio hivyo. Nataka nikurudishe zile siku za mwanzo, mulipendana sana, mulikuwa mnakula pamoja, mulikuwa mwachani, but after you married something happened. Ni kitu gani? Ni kwamba kuna mmoja wenu ambaye yuko na spirit wife ama yuko na spirit husband ambaye anawasababisha msifanikiwe kindoa. Ndio maana unajuta, ndio maana una regret kwa nini ukaolewa na huyo. Hapana, ukifunguliwa utampenda. Ni kama kitambaa kizuri kiingiwe tu na matope au tupi, unaenda unachukua sabuni nzuri na unaweka detergent nzuri, unaosha, unaanika, kinakauka, unaanza kujifunia tena. Sasa ndoa yako imeingiliwa na spirit wife, imeingiliwa na spirit husband. Linatakiwa lifunguliwe, linatakiwa liwekwe huru, ndio uanze kufurahia ndoa yako tena. Na wewe ukumbali, because deliverance is not forced. Deliverance hailazimishangwi mtu. Ni kama vile uwezi ukalazimisha mtu deliverance, inakuanga na kumbali kwamba kweli kunayo. Ndio maana Biblia inasema kama watakumbali na ikiwa watatii watakula mema ya nchi. Hiyo ni Isaya mlango wa 1 na mstari wa 19. Ikiwa watakumbali, yani deliverance unakumbalingi. Haina shida ukiwa umeokoka na utaki deliverance. Haina shida ikiwa na mcha Mungu wako na utaki deliverance. It doesn't matter. Wewe ndio utakaa kwa makaa ya moto, siku zako zikisha duniani utaenda mbinguni tu, utaenda peponi tu. Lakini shida ni kwamba hautakaa up to the standard ya God aliyotaka uikae duniani. Hautakaa kulingana na ile standard. Hautafanya kazi kulingana na standard, maana utazuiliwa. Lakini deliverance inakuanga kuhakisha moto kwa adui ambaye anakutesa, kumuondoa kwa fire, kumuondoa by force. Listen to me. Yule mwizi msalabani alimwamini Yesu. Halikumbali Yesu kwamba ni Bwana, na akamuonya mwenzake, akamwambia wacha kumnenea huyu tuliyesulubishwa pamoja. Akamuuliza uoni haya? Tumesulubishwa pamoja na Mungu, tumesulubishwa pamoja na mwana wa Mungu, hauna haya kumnenea mabaya? Na akamgeukia Yesu akamwambia, Bwana Yesu, ukifika kule mbinguni unikumbuke. Yesu akakumbali sasa hivi, akamwambia sasa hivi tuko pamoja paradiso. Manake sio miili inaenda, ni roho sikawa pamoja paradiso. Listen, yule mwizi hakuwa amekufa wakati ule. Angekumbali angemwambia Bwana Yesu hivi, lakini Bwana niliona ukiponya, lakini Bwana niliona ukifufua wafu, lakini Bwana niliona ukifanya miujiza mikubwa. Mimi nimekukumbali, si unifanyie muujiza nishuke. Maana hata niliona kuna mtu alikatwa sikio na ukachukua sikio ukarudisha. Angemwambia Yesu, ni performie miracle, nifanyie muujiza, deliver me, umeniokoa, sasa nikomboe na maumivu ya msalaba. Yule mwanaume mungemwona tu amechomoka kutoka kwa msalabani chundu, na Yesu angeperform the last miracle. Lakini kwa sababu yule hakukumbali ukombozi, halikufa. Ndio maana nakwambia lazima ukumbali kwamba ndotoni ama ukiangalia maisha yako kuna spirit wife na kuna spirit husband. Ukikumbali utume sandaka yeyote kwa namba unasiona kwa television. Ukituma sandaka nifuatishie na SMS kwa simu yangu. Mimi nitaomba kwa mtu mwenye aliyekumbali, na utaona nguvu za Bwana vile ambavyo zitakusaidia. Kutokuwa na maelewano na mwenzako kwa ndoa. Unakuta siku zote hakuna saa mnaweza mkaketi kwa mesa, mkaongeleshana, mkumbaliane. Aidha ni kwa sababu mmoja anajisikia na akili mingi kwa ndoa, ama ni kwa sababu mmoja ni mwonga, hapendangi kuongea akili zake, hapendangi kujieleza. Ako na roho ya spirit husband, ako na roho ya spirit wife, anaogopa ma ideas. Mmoja unajua ishara nyingine ya spirit husband ni kufanya mmoja wa ndoa kwamba hayuko open kwa mwenzake, hayuko wazi, ana wazi, anauonga, anaona mambo yote akiyaongea ni mistakes, kwa hivyo anakuwa na uonga kukaa waongee. Akifanya vitu anaona, yani unamshangaa hako na spirit wife ama hako na spirit husband. Unakuta muelewani, kutofanya mambo pamoja na mwenzako. Unakuta mwenzako anakuogopa, ama anaogopa, anaongozwa na mwenendo, anaogopa mwenzake, na anakuwa na attitude fulani, yani anakuwa hamwezi mkakaa, ukikuja anaenda kulala.
Ukitoka kazini anaenda kulala, ukitoka kazini anaenda jikoni, ukitoka kazini, yani hakuna saa mtakaa muangalie televisheni pamoja, hakuna saa mtakaa mpige story kwamba siku ilikuwa namna gani. Ako na spirit wife, na ndio inamfanya ndoa yake ilikuwa na mfutano na muelewani katika ndoa. Anahitaji kufunguliwa in the name of Jesus. These things are real, these things are there, and these things are happening. Sinatokea na watu wamefunzwa kunyamaza, simetokea na watu wamefunzwa kuogopa, sinawatokea wanadamu na wamejifunza kwamba ni normal. It is not normal. If it was normal, haingetokea na utishike, haingetokea na uogope, haingetokea na ukue akili zimezubaishwa, you are confused. It's these things they happen. Na unahitaji kukombolewa, unahitaji uwekwe huru, unahitaji Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Kuota wewe ni tajiri ila hali wewe ni masikini wa kutupwa. Unaota wewe ni tajiri lakini wewe ni maskini wa kutupwa duniani. Unaota kwa ndoto unakula chakula kizuri, ukiamuka hata chai hauna. Unaota kwa ndoto ulikuwa umevaa suti nzuri, ukiamuka unakuta manguo yale uko nayo either yamekuwa mandogo ama yamechakaa, yamepitwa na wakati na huna nguvu ya kununua nguo nyingine. Unakuta kwa ndoto ndiko naotango uko na ngari, kwa ndoto ndiko naota unakula vizuri, ndotoni ndiko naota umevaa vizuri, ukiamuka unakuta hauna. Unakwanga umewekwa level ya mganga wa kienyeji wa Kiafrika. Umewekwa level ya mganga wa kienyeji wa Kiafrika. Maana mganga wa kienyeji ndiye nyumba yake haina kiti, haina nini, haina ni ngozi za wanyama siko kule. Ni ngozi. Ndio maana ukienda unaambiwa keti kwa ngozi. Keti, lakini unjue kwamba rohoni wanganga wanakuanga na vyenye wanataka. Ako na ndege rohoni, akitaka kusafiri aende nje ya ng'ambo, analala na anasafiri anaenda. Unjue kwamba mganga ako na limousine kwenye ndoto. Akitaka kutembea mji fulani yeye usiku ataenda na arudi. Ako na limousine kwa ndoto. Lakini katika ulimwengu wa kawaida hana kitu. Umewekwa level ya mganga wa kienyeji kwamba unaotanga vitu nzuri kwa ndoto, lakini katika ulimwengu wa kawaida hauna kitu. Yule malikia wa angani anakuonyesha katika ulimwengu wa roho mko na partnership na anakutumia kwa njia fulani. Nataka Mungu akusaidie na akufungue in the mighty name of Jesus Christ. Jiunganishe na upako wa nabii, chukua sandaka uitume katika hii namba na uniandikie SMS nikusaidie in the name of Jesus. Kuota unacheza na nyoka. Watu wengi wameshani kujua kaniambia, Apostle, mimi niliota na nyoka, halikuwa friendly, hakuwa ananiuma, hakuwa ana shida na mimi, nilikuwa naota na mshikashika tu nyoka kwenye ndoto. Unaota unashikashika nyoka. Kumbuka ninaongea kuhusu malikia wa angani in the form of spirit husband na spirit wife. Kumbuka ni njoka lakini lina manifest, lina portray kama mwanamke, lina portray kama ndume kwenye ndoto, lakini linaweza kuja lenyewe alafu alitakudhuru. Litakuja uone unacheza na nyoka kwenye ndoto. Ina maana ya kwamba tayari umefunganishwa na roho ya spirit wife na spirit husband, na mambo yote nasema hapa yatakushika usipofunguliwa. Ndio maana nakwambia niandikie SMS na utume sandaka kwa hizo namba unasiona, nikusaidie, nikufungie kwa maombi ya power, nikufungue kwa maombi ya power katika jina la Yesu. Jambo lingine ni kuishi wakati wote kuwa ndoa yako haitafanikiwa wakati mwenzako kabisa hana hata wazo la kufunja ndoa, hana wazo la kwamba ataoa, hana wazo ya kwamba ataolewa akuache, lakini wewe kila mara unahisi msunsuiko, unahisi ni kama haunjatulia, unaona kama mwenzako siku moja hatafunja ndoa, unahisi ukiwa haunjatulia, unahisi kwamba mumeo akienda ataenda kuoa. Sasa unaanza kutafuta namba tofauti, unaregister namba na majina tofauti, unaanza kuongea na mumeo kama mtu mwingine. Niliambiwa na mwanamke fulani, alinichekesha nikimfanya counseling. Hilo sikuwa nilisikia siku hiyo. Mwanamke mmoja nikumfanya counseling kanambia, mume wangu anakuanga si muaminifu kwa ndoa. Mume wangu akaniambia vitu vile, nikamuuliza ulinjuanje kwamba si muaminifu? Ulinjuanje? Si nikumwekelea? Akaniambia hapana Apostle nabii, mimi sio kumwekelea, na mwekelea. Nikamuuliza ulinjuanje? Akaniambia Apostle, niko na simu mbili. Akaniambia niko na simu mbili, niko na namba ambayo niliregister na jina la mtu mwingine na nikaweka kwa Facebook kasura karembo, halafu nikanjua mume wangu anapenda hivyo, akamwambia, akamsalimia na mume akamsalimia, na wakaanza kupangana, wanapangana. Mume wake anamtumia pesa, lakini kwa nyumba mume wake ampatia shilingi 5. Mume wake hata kwa nyumba ampatii shilingi 10.
Ananunua chakula anaweka, lakini hampei shilingi. Kwa hivyo akaniambia akatafuta namba nyingine, akaanza sasa kumdongosa mume wake, samani kwa kutumia hiyo jina, lakini akaanza kumwendice mume wake akiwa mbali, la Kisungu liko sawa kidogo. Akaanza kuendice mume wake akiwa mbali. Tikisa. Sasa akamwendice mume, akiambiwa haya, anamwambia mpenzi wangu nakupenda, naye hajui kwamba ni mke wake aliye na namba tofauti. Anamwambia leo ninahitaji 2,000 unitumie, mume anatuma saa hiyo. Yule mwanamke akichukua namba mume anayenjua, akimwambia naomba unitumie pesa ya kununua kanyama, anamwambia sina pesa. Lakini mume wake akawa anamtumia pesa kwa mwezi mmoja, karibu miezi 2. Sasa wakapangana, wakasema sasa tumekaa tumeongea sana, inabidi tukutane kwa hoteli fulani. Kumbuka ni mke wake ako na namba tofauti, lakini wanaongea. Akamwambia tukutane kwa hoteli fulani. Na yule mke wake kwa namba hiyo nyingine akasema, tutakutana saa ngapi? Akamwambia tutakutana hiyo saa. Ni sawa. Sikiza. Akawa anamtumia pesa, lakini hawezi kupea mke wake kwa ile namba yake. Sasa ndio mama wakiwa wamepanga sasa kwenda kukutana siku 3 sinjazo, akakuja kwangu. Akaniambia mume wake amengundua sio mwaminifu. Akaniambia alitafuta namba tofauti, na hiyo namba akanionyesha, akaniambia angalia pesa ambazo zimetumwa hapa. Na akaniambia kwa simu yake, niangalia simu yangu, na muomba pesa anasema ana. Akaniambia Apostle, ikiwa namna hii nitafanyaje? Manake nikinjireveal, nikinjionyesha, nikinjifunua kwamba mimi ndio huyo ambaye mwanamke alikuwa anaongea naye kwa simu, hataacha kunipea hela, ataacha kunipa pesa, nitafanyaje? Na mimi nakuuliza, kama ni wewe ulikuwa unamshauri ungefanyaje? Wacha tuendelee na kazi. Unakuta ya kwamba kuishi wakati wote ndoa yako itafunjika, na mwenzako hata ana shughuli kuifunja. Mwenzako ana shughuli kwamba siku moja ataifunja, lakini unahisi tu itafunjika. Ni madhara, ni hatari ya spirit wife, ni hatari ya spirit husband. Kutochumbiwa kabisa tangu uzaliwe. Kutochumbiwa kabisa tangu uzaliwe, ama kutopendwa na mwanamke yeyote tangu uzaliwe. Unakuta uko na miaka inaelekea 40 na hakuna mwanaume aliyewahi kuja kukwambia unakaa wife material, ama unakaa mke, ninataka nikuoe. Unjawahi chumbiwa siku moja, aidha kwa sababu ya maringo, ama sababu ya woga, ama sababu ya kuishi kama uishi duniani, ama kwa sababu hauna shughuli, ama sababu ya mafasi, ama sababu ya style, whatever it is. Huyu nchini hanakufanyanga unapata kifungo cha tabia. Kuna what we call the bondage of character. Tabia ndizo zimefungwa sasa. Unakuwa na kitabia fulani, watu wanakuogopa. Kuna wanawake ama kuna wanaume wanatisha. Anaweza kukutisha, anakuambia mimi siwezi kaa na mtu akanikosea nitamchinja. Sasa hakuna mtu atawahi kukumbali wewe. Unasikia anasema mimi siwezi ambiwa kitu na mtu, mimi nina unakaa style fulani ambayo, ama uso unaongeuza style fulani, unakuta watu wanakuogopa. Sasa unakaa haunjawahi chumbiwa tangu uzaliwe. Hayo ni madhara ya spirit wife ama spirit husband anayekufahamia. Unahitaji uwekwe huru katika jina la Yesu. Unahitaji ufunguliwe katika jina la Yesu. Unahitaji Bwana akusaidie in the name of Jesus. Kushambuliwa na kuwashwa. Kushambuliwa, hili ni jambo ambalo nimeliongea mara mingi. Kushambuliwa mwili wote na upele. Unakuta upele umekushambulia mwili wote na unawashwa mwili kila mahali. Unawashwa, unajikuna, unakaa na kujikuna kwa muda mrefu. Kipindi kingine unajikuna mpaka damu inatoka. Kipindi kingine unajikuna mpaka unachukua haina ya nguo ama ngunia ama kitu fulani ndio unajikwarusa nayo. Unakuta kushambuliwa na upele ama kujikuna mwili wote ni madhara ya spirit wife, ni madhara ya spirit husband. Hii kabisa na sakabis, malikia wa mbinguni ndiye anakusumbua. Unahitaji ufunguliwe. Chukua simu yako, utume sadaka yeyote kwa namba unazoziona kwenye simu. Niandikie SMS nikusaidie in the name of Jesus Christ. Kuchumbiwa na watu wasio serious. Unakuta wakati mwingine wewe unataka kuoa ama wewe unataka kuolewa, lakini kila mara unapofanya uchumba ni watu ambao they are not serious. Watakuonyesha mwanzo wako serious, watakuonyesha mwanzo wanakunjali, lakini after some time wanakuacha.
After some time unajidefault, unapeana moyo wako wote, lakini hawako serious. Sasa kuchumbiwa na watu wasio 30, watu wasio serious, watu wa 30 ndio ambao wanakuchumbia. Wasio wa 30 ndio wanakuchumbia. Watu wasio serious, kama wapenda kukutumia tu, wanapenda tu kukutumia, wanapenda tu waonekane na wewe tu, wanapenda wawatishe wenzao wakikutumia wewe. Yani unajua kuna wanaume, kuna watu wana akili sana. Ikifika wakati wa Christmas, wanaendanga wanakomboa mangari fancy, wanakomboa mangari kwa yadi, wanaenda wanakomboa ngari mwezi mmoja kwa yadi, wanaenda nayo kule Ushangu, wanawatisha watu kule Ushangu na magari fancy, magari ambayo kabisa wakiuliza wanasema hii nilinunua $7,000,000, wakiuliza wanasema hii ni ile ambayo nilikuwa ninaitaka, lakini wameikomboa. Baada ya mwezi mmoja wanarudisha kwa yadi. Sasa unakuta na wewe unatumiwa kama hizo mangari. Wewe ni mtu mrembo ama wewe ni mtu mwenye pesa, watu unaowapata ukifanya uchumba ama ukichumbiwa na wao ni wale watu tu wa show up, ni wale watu tu ambao they are not serious, ni wale watu ambao wanataka tu wa show up, wajionyeshe wakiwa na wewe, watu ambao wanataka wakutumie lakini wanakutupa. Ni madhara ya spirit wife na ni madhara ya spirit husband. Mungu ataenda kukusaidia in the name of Jesus. Chukua simu yako, tuma sadaka yeyote kwa namba ya simu unaiona, jiunganishe na upako, jiunganishe na man of revelation, jiunganishe na mwanaume wa upako, jiunganishe na mwanaume wa ufunuo, Apostle na Jonas, jiunganishe na yeye. Na mimi nichukue muda serious ni kuombe. Nilipewa upanga wenye moto. Mungu akaniambia upanga niliokupea rohoni uko na moto unawaka. Enda ukawaombe watu wangu waliofungwa na roho ya spirit husband na roho ya spirit wife. Kata hizo makamba zote, na ndivyo ninaendelea kufanya. Jiunganishe na mimi katika sadaka na katika SMS. Hakuna njia nyingine. Wale mnanitazama mbali naweza kuwasaidia ni kujiunganisha na mimi kwa SMS. Utume ujumbe mfupi kwa simu na uandike SMS nikusaidie. Unakuta wengine wana umasikini, familia ambazo zimefungwa na umasikini. Yani ukiangalia hiyo familia, umasikini umekithiri, ni kama jangwa. Yani unawahurumia, unajiuliza wanakulanga nini, unajiuliza wana survive dunia hii nzito. Hii dunia ni ngumu, hii dunia ina bila mipango mizuri huwezi kukaa duniani, utaenda. Sasa unakuta kuna familia zimepikwa na umasikini umekithiri, ile mbaya mbovu. Yani umasikini, mtoto ni masikini, baba ni masikini, mama ni masikini, ango ni masikini, andie ni masikini. Hawa watu unaangalia na macho, wanajiuliza how do they survive? Huyu roho anaitwa jini, ambalo linaitwa malikia wa mbinguni. Kazi yake ni kuiba baraka, ni kuhakikisha kuna familia amefilizisha. Anafanyanga mambo calculatively ili usinje ukanjua. Usiniambie watu ambao ni maskini hawana akili, usiniambie watu ambao ni maskini hawajaenda shule, usiniambie watu masikini hawana bidii. Kwanza ndio wanalimia shamba za wengine wakiwa wengine wamelala. Kwanza ndio wana akili mingi. Kwa nini? Roho hii inaitwa spirit wife, spirit husband haikuji tu kufanya tendo la ndoa na mtu, lakini inaweza fanya familia kuwa masikini. Na hii familia inakuanga imefanywa maangano, inakuwa kuna mtu anaweza kusaidia. Hii ndio roho ambayo unatamkiwa kitu na mtu kwenye hiyo familia, jambo mbaya, unatamkiwa jambo mbaya na mmoja katika hiyo familia, na ukitamkiwa hayo mambo yanakupata. Unatamkiwa, unaambiwa hautawahi kuzaa hata ukiolewa, na mpaka sasa haujapata mtoto. Na ukikumbuka kuna jamaa kwenye familia alikutamkia akasema hutaipata mtoto. Hii ndiyo familia ambazo zikifungwa na spirit wife, spirit husband, wanatamkia watu mambo na inawapata. Na ninaongea na watu ambao unajua wameshatamkiwa mambo. Mungu anataka kukuweka huru katika jina la Bwana Yesu Kristo. Unakuta ni watu wa kumbakwa mara kwa mara. Kuna watu ambao nimekutana nao wamembakwa mara moja, mwingine akambakwa mara mbili, mwingine anambakwa na mjamaa kabisa wa Mboma, anambakwa mwingine na mjamaa kabisa wa hiyo area, unambakwa na mtu mwenye kufikiria anaweza. Wengine wamekuja kulia mbele yangu, nimefanya case na watoto ambao wananiambia baba yao aliwambaka. Sasa unakuta spirit husband ama spirit wife ndiye ako ndani ya wazazi wale ambao wanawambaka watoto, ama unakuta ndiye watoto wa Lutu.
Lutu walimulewesha baba yao wakalala na Lutu. Walimulewesha baba yao wakazaa Moabu. Wakazaa hii kabila ilikuwa inaitwa Moabu. Wakazaa watu wanaitwa Amori. Watu ambao Moabu na Moabu wakazaliwa na mabindi wa Lutu. Mtazamaji, ndio maana nakwambia chukua simu yako unitumie sadaka yeyote kwa hizo namba unaziona, uniandikie SMS kwa hizo namba unaziona. Andika message na usiache kuandika mtazamaji. Ukiandika message, mimi nitaisoma, nitajua shida zako, nitaelewa ni hilo njoka, na pengine ni nguo zako zilichukuliwa na andui akaziweka kwa nyungu, ama akaziweka kwa shimo la kaburini, ama akaweka wapi, ndio hilo pepo ukaunganishwa nalo. Ninajua Mungu ni Mungu mkombozi. Ninajua Mungu ni Mungu ambaye anaponya. Ninamjua Mungu ni Mungu ambaye ni mtetezi wa wasiojiweza, ni mtetezi wa wafungwa wa rohoni. Mungu atakutetea in the name of Jesus. Mungu atakuwa na wewe in the name of Jesus Christ. Mchumba kumpa mimba mtu, hiyo roho ikifahamia mtu, unakuta mchumba anampatia mimba mtu mwingine. Unakuta mlikuwa mmechumbiana na mmekaa kwa muda na mnatamani kuoana, lakini mchumba wako unasikia alishapea mtu mwingine mimba. Unasikia alishapea mtu mwingine mimba, na hapo analazimishwa kumuoa, akilazimika kukuacha. Sasa unashangaa ni kitu gani kimekupata. Unakuta mliharibu masiku mingi, mkaharibu pesa, mkawa mnapanga mambo makubwa, lakini in the process unasikia mchumba wako amepandikisa mtu mwingine mimba na analazimishwa kumuoa. Anakuja anakuambia ana lingine isipokuwa sasa atii, maana yake litamletea madhara. Anaanza kukuambia ukitaka wacha ni waoe mkiwa wawili. Yaani unashangaa kwa nini likatokea hivyo. Ni kwa sababu spirit husband anakuanga ndiye anafanya hivyo, na huyo mtu anaenda na hata kaa na huyo, kwa sababu spirit wife ana tamaa, spirit wife ana wifu. Ataki mwanadamu aliyemchukua aoe ama aolewe. Ataleta visababu mingi sana watengane. Unakuta wazazi kupinga changuo, wanakataa changuo lako la mchumba. Unaenda kuchangua, unasema nitaoa msichana fulani. Ukikuja kumuintroduce kwa wazazi, wanakataa. Wazazi wanakuambia tutaki ukioa msichana huyo. Sometimes kuna kuanga wana meaning good because wanaweza kuassess character, but some other times hakuna sababu kubwa. Wanakuambia sababu za kisiasa tu usimuoe. Wanakuambia sababu za kiukabila usimuoe. Na ukiangu unasema hakuna sababu nyingine, wanakuambia ni kabila hiyo hatupendani. Unauliza hakuna sababu nyingine, unaambiwa kulingana na sisi wafanyi biashara tunawanga watu wa tulisema fulani na fulani ndio. Unashangaa, unapanga ama wazazi wanapinga changuo lako la mchumba. Ulimchangua, wanakuambia hapana, huwezi kuoa msungu. Wanakuambia huwezi kuleta msungu. Wanakuambia huwezi kuoa Mwarabu. Wanakuambia huwezi kuoa sijui Mchina. Wanakuambia huwezi kumuoa yule, wewe tafuta huku kwetu. Yaani unakuta unapofanya changuo uoe, utalazimika kuoa changuo ambacho hakikuwa ni chako. Ni kwa sababu spirit husband ama spirit wife anajua kwamba mkioana na mpendani litavunjika hilo ndoa. Na likifunjika, spirit husband atambaki na wewe. Anafaa afunjwe, anafaa apigwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Jambo lingine, ukiwa unatakiwa ama umefahamiwa na spirit wife ama spirit husband, ni mchumba kukufa. Wakati ambao ni mchumba kukufa, wakati ambao mmepanga tarehe ya kuoana, ama mmoja wenu mkipanga tu tarehe fulani ndio mtaoana, jamaa wa hiyo familia anakufa, mnalazimika ku-adjust the date, ama mnalazimika kusahau mambo ya kuoana mwaka huo. Mnasema mtakuja kuoana baadaye, inakwisha. Sasa ukitaka kunjua kulikuwa na spirit wife ama kuna spirit husband, ni wakati mchumba mumechumbiana, mumepanga tarehe ya kuoana, na katika kabla hiyo tarehe injafika, unakuta mchumba mmoja mzazi anakufa ama mchumba huyo anakufa. Unakuta wao mlikuwa mmepanga tarehe ya kuoana, na hiyo tarehe ililazimika kuadjustiwa, ililazimika kupelekwa mbele, kwa sababu kuna mjamaa kwa hiyo familia ya one of you alikufa. Unakuta spirit husband anajaribu anajaribu njia zote, anajaribu zote ili usipate mtu mwingine, ili usiolewe. Aidha mchumba akufe mkipanga tarehe ya kuoana, ama baba ya mmoja wenu akufe muyairishe, ama mama akufe muyairishe, ama patokezea njali.
Ikiwa tarehe ya kuoana inakaribia, mmoja anafunjika miguu mikono, hamwezi kuoana. Yani unashangaa ni kitu gani? Spirit husband anafanya mambo yale, na ndiye ambaye anakuambia leo unabidi unjiunganishe na spirit ya nabii ni kusaidie. Unjiunganishe, manake no man can do these miracles. No man can have this fine brazy of knowledge and understanding ya spirituality kama Mungu angekuwa na yeye. Na ndio maana nakuambia mtazamaji, chukua sadaka, tuma kwa namba hizo unasiona sa simu kwenye television. Tuma sadaka yeyote nikusaidie, nikuombee kwa machozi, nikuombee nikirukaruka, nikuombee nikiwa nimefunga. Niambie Bwana akusaidie, naye Mungu ako upande wangu. Na Mungu akiwa upande wangu, ni nani awezaye kuwa kinyume na mambo nitakao kuombea? Alishanipea upanga wa moto na nitakusaidia. Unakuta kifo cha mume ukiwa na mimba ya mtoto wa kwanza. Kifo cha mume ukiwa na mimba ya mtoto wa kwanza. Nimewafungua wadada wengi sana ambao walipokuwa wamebeba mimba, siku ya kujifungua ilipofika, mimba ikachelewa, na alipoenda hospitali anaumwa, anahisi upanga wa uzazi, anahisi labor pain, lakini mtoto ashuki, lakini maji ya mtoto haionekani azaliwe. Sasa hapo ninapopigiwa simu ndipo ninapotamka, huyu roho spirit husband akiondoka, mama anajifungua. Yani ni vitu nimeziona nikasiangalia na macho yangu. Bwana akanipa ufunuo, akaniambia ni madhara, ni hatari ya spirit wife na ni hatari ya spirit husband. Unahitajika ufunguliwe. Kifo cha mume wakati ulipopata mimba ya kwanza. Ulipopata mimba ya kwanza, mume akakufa, akakuacha ukiwa na miezi fulani. Ama kifo cha mke akijifungua, ukakuta wakati mlipopata mimba ya kwanza, mke alipoenda kujifungua akakufa na akakuachia katoto kandogo, mpaka mwanaume ulishangaa ama unashangaa nitafanya nini? Ni madhara na ni hatari ya spirit husband, ni madhara ya hatari ya spirit wife. Kumbuka ni spirit wife kwa wanaume na ni spirit husband kwa wanawake. Kwa hivyo wanaume wataona wako na mwanamke ambaye wanamunjua ama wamunjui kwa ndoto, wakifanyiwa tendo la ndoa. Na ndio maana Mungu ameniita nikusaidie. Kifo cha mume ukiwa na mimba ya mtoto wa kwanza inakuwa ni madhara ya spirit wife ama spirit husband kwenye maisha yako. Mungu si mapenzi yake uolewe na wakati unajifungua eti mume anakufa, ama wakati unajifungua eti mke anakufa. It is not the will of God. However you may baptize it, you may say God does whatever he want, but listen to me, child of God. Dunia aiangaliangu in two few perspective. Dunia naangaliangu in three few perspective. Mungu anafanya kazi, wanadamu anafanya kazi, na shetani anawapinga na anapingana na Mungu. You have to know wakati ni Mungu, na lazima uelewe ni wakati ni shetani, na ni lazima uelewe ni wakati ni wanadamu ndio wamesababisha. Lazima uangalie dunia namna hiyo ndio kaelewe jinsi ya kuishi hapa duniani. Usiite mambo ya shetani mapenzi ya Mungu, usiite mambo ya ibilisi mapenzi ya Mungu. Wakati Ayubu kila kitu kimekufa na vitu vyote vimeisha, Ayubu alikuwa na spiritual knowledge kidogo, ndio maana akasema Mungu alipea na Mungu amechukua. That was very wrong. Tukiangalia Biblia vizuri na kitabu cha Ayubu, Mungu si yeye aliomba ruhusa amjaribu Ayubu. Shetani ndiye aliomba ruhusa, na shetani ndiye alichukua watoto wa Ayubu. Shetani ndiye alichukua mali ya Ayubu, aidha yakaungua na moto ama waizi wakora wa Sebiani wakakuja kuiba, na walipoiba na akaleta mamboili kwenye mwili wa Ayubu. Ayubu anaposema ni Mungu amepeana na ni Mungu amechukua, ako wrong. Ako right kwamba Mungu alipeana, lakini ako wrong ya kwamba Mungu akuchukua. Shetani ndiye amechukua. Watu wengine wanasema mapenzi ya Mungu wakati sio ya Mungu kabisa. Wanaita mapenzi ya Mungu wakati ni kindole cha shetani. Na kindole cha shetani kinafaa tufae silaha kamili za kirohoni. Tufae silaha, ukuwe na imani ya kimungu, ukuwe na jina lilio juu ya majina yote la Bwana Yesu, ukuwe umekolea kwa neno la Mungu, na ukuwe mtu wa kuelewa madhabahu inajengwa kwa ajili ya kumbomoa madhabahu ya kishetani, na ukuwe na uwezo kujua kwamba God anasema amini manabii ukapate kufanikiwa, muamini Mungu ukasimamishwe. Believe ye the prophets of God so that you may prosper. Believe in God that you may be established. That is what the Bible says in 2 Chronicles chapter 20 and verses 20. Uelewe ya kwamba God
is calling for the church ikuwe na a different view of the world. Kanisa liangalie ulimwengu kwa macho ya kiroho. Wacha kuita mapenzi ya Mungu mahali hakuna mapenzi ya Mungu. Wakati mtoto ameanguka mtihani, it is not the will of God. Wakati mambo yamekutokea ukaibika, God does not shame human beings. Listen to me, child of God. Kuna mambo inakutokea inahitaji vita za rohoni, na vita za rohoni sio za ngumi wala mawe wala mbunduki. Vita ya rohoni ni kuinua madhabahu. Ukiwa na madhabahu umeinua unakuanga na ujasiri, lakini kama una madhabahu umeinua hauna ujasiri. Ukiwa unaelewa vizuri uko na nabii mkali hauna shida, uko na ujasiri. Ikiwa unajua hauna nabii uko na matatizo. Ndio leo nakwambia nifanye kuwa nabii wako nikusaidie. Chukua sadaka uitume yoyote katika namba unaziona nikusaidie in the name of Jesus. Chukua sadaka, tuma sadaka yoyote nikusaidie. Kupoteza kazi mara baada ya kufunga ndoa. Listen to me. Kama kuna hali ambazo nimekumbana nazo nikihubiri injili hii, mpaka nikafika mahali nikaomba Mungu nisaidie nielewe ni kwa nini. Ni kukutana na watu, mwanaume na mwanamke, ambaye wote walikuwa wamebarikiwa na kazi nzuri kabla ya kuchumbiana na kabla ya kuoana. Kila mtu alikuwa na kazi nzuri na pesa haikuwa matatizo. Lakini wanapooana hivi, either immediately mmoja anapoteza kazi ama wote wanapoteza. Na inaweza kukaa kidogo, akibeba mimba mama anapoteza kazi mzee. Sasa unashangaa ni kwa nini natokeanga hivyo. Nilipoomba nikaelewa ni madhara ya spirit wife na ni madhara ya spirit husband. Mmoja ako nayo, mmoja inamsumbua, mmoja inamuharibia maisha. Elewa, the blessings of God maketh rich and they had no sorrow. Na Mungu akianza kukumbariki, ukumbariki level after level, kiwango kwenda kiwango kingine. Mungu akumbariki leo kama mlimani na kesho akakuweka ndani ya shimo. Sio Mungu. Kuna vita ambazo unasipitia. Na ndio nakuambia kupoteza kazi mara baada ya kufunga ndoa. Kupoteza kazi wakati mmefunga ndoa tu, mmoja duka likasambaratika, ama ukandimotiwa sababu umeoa ukapoteza kazi, uko na hiyo inaitangwa madhara ya spirit husband na spirit wife, ndio inakusumbua. Unashangaa ritoro makanta ya rabazega. Mtazamaji, ninataka mkono wa Bwana ukusaidie, ninataka nguvu za Bwana zikusaidie, na leo nataka uchukue sadaka uitume kwa namba unaiona nikusaidie, nikuondolee madhara ya spirit wife, nikuondolee madhara ya spirit husband, nikusaidie katika jina la Yesu Kristo. Elewa ya kwamba mtu ambaye anamwamini Mungu ni ngumu sana kabisa kukuwa affected na spirit wife, kukuwa affected na spirit husband. Kwa sababu mtu aliye na Mungu, mtazamaji, Mungu anampigania, Mungu anamsaidia katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana leo ninasema chukua sadaka ukaitume katika namba ambayo unaiona, na Bwana anakusaidia in the name of Jesus. Mtazamaji, kumbuka Biblia inasema ni malkia wa angani, lakini anapokuja kwetu anajimanifest, anajidhihirisha kama kuota na nyoka, kuota na punda, kuota na kuku, unaota na wanyama, unaota na mbuzi ama na umbwa kwenye ndoto, na unakuta unafanyiwa mapenzi, lakini sio hiyo. Kuna madhara mengi sana inakufanyia hii spirit. Kuna watu wamepata ukimwi kupitia kwa ndoto. Kuna watu wamefutwa kazi kupitia kwa ndoto. Kuna watu biashara zao waliota zinafilizika na kweli sikaisha. Kuna watu ambao waliona ndoa zao wakipigana na kweli baada ya siku 3-4 ndoa likafunjika. Ni madhara na ni hatari ya spirit husband, ni hatari ya spirit wife. Mungu amenituma na upanga wa moto. Ninataka nikakusaidia mtazamaji. Niandikie SMS, nitakutumia neno la kiunabii. Niandikie SMS, nitakupigia simu nikuambie neno la kiunabii, na Bwana atakusaidia. Nataka nikakuombee. Leta mikono yako ushikanishe na mikono yangu. Leta mikono yako ushikanishe na mikono yangu. Baba wa mbinguni, ulinipa upanga wa moto, nikakate kamba za spirit wife na spirit husband, nikaziondoe hewe nchini malkia wa angani. Pepo unayejitokeza kwa binadamu, unayeambudiwa na unakuja kuiba, unayeambudiwa na unapea watu mali isiyo wafaa, na kuamrisha achilia huyu dada, achilia huyu mwanaume, achilia ndoa yao, achilia biashara kwa jina la Yesu, na kuweka huru mali ulipo katika jina la Yesu. Sema amen, amen, amen. Sikiza mtazamaji, no man can do these miracles excepting God be with him. Shalom.